All Clouds TV, empowering lives.
you, we give you glory and honor. Tunakuabudu asubuhi hii, maana wewe ni Mungu. Unastahili kuabudiwa. Tunaunganika pamoja na makerubi na maserubi kusema unastahili. Hakuna Mungu mwingine. Nitwakuinamirira Ngai, nitwaguthaitha Baba, utuonekanire. Turwirire bara ici Ngai, tuhotanire njira-ini citu Baba, tondu gutire Ngai ungi we nowe Ngai. Reke twaikara haha Baba, tuguthathaie na tugwite rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo ndahoya na ndetikia. Somebody say amen. Asanteni sana. Unaweza kumsalimia mtu ambaye mko karibu naye, mwambie tu karibu kwenye ibada za leo. Hata kama barabara zimefungwa nyingi. Wangapi wamekutana na hiyo disaster ya barabara leo? Yeah? Poleni sana. Hata mimi nilizunguka nikaenda mpaka Cabanas. Ni kwa sababu ya mpira, na mimi sichezagi mpira. Na sasa wanafunga asubuhi barabara. Na mpira itachezwa saa 10. Hiyo ni kutumia akili ama ni kutumia ukasogo mwiki? Hiyo ni ukasogo mtupu. Kama wanajua wale watu wa kurusha mawe na wakuingia kwa geti bila kulipa, si waende wawafugie kila mtu kwa nyumba. Sasa unazungusha. Nasikia watu wa Thika Road mnazungukia wapi? Kiabu. Yeah? Munaenda mpaka Kiabu? Kai. Na watu wa pande ya Rogai tumezungusiwa mpaka City Cabanas. Sasa unashindwa. Mimi si mchezaji. Nateseka kwa nini? Kwa sababu ya raha ya mtu. Na hawa watu wanalipwa. Kasoko anawapatia 1 million. Mimi hajanipatia na amechoma mafuta yangu bure. Yeah? Leo ni 2.5. Wewe umeshirikishwa aje kwa ama ni tax? Mafuta ikunywe mwingi ndio 2.5 ipatikane. Najua kuna vitu vingine tunafaa tuvipende, lakini wao wanasababisha tuvichukie. It is not right kufuga barabara kwa sababu ya mpira. Kama watu ni wachokozi, ni wachokozi. Si yeye alinunua, si Kasongo ndiye alinunua hizo matiketi zote akaficha. Sasa Wajaluo wakasema tutaingia kwa kiwanja. Maana wanaambiwa nunueni online. Hakuna. Kasongo amenunua, amepatia wale watu wataenda kusema 2 term. Maana alikuwa na avoid 1 term. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua kutokuso hata kama unaweza kuwa na degree, lakini degree yako inaleta taswisi. Kwa sababu unaweza kuzuia watu wasiende kusema 1 term kwa kiwanja. Na huko ije kwa roho zao umetoa 1 term. Si bado wako na 1 term. Ununue, walinunua wakiwa na Zakaja matikiti zote za kiwanja. Na Wajaruo wanataka kuenda kuona mpira kwa sababu ni ya baba yao. Na sasa umenunua yote, umeficha ndio 1 term isifanyiwe isisemwe kwa kiwanja. That is wrong. Wewe Ruto, tumiaga akili wakati mwingine. Acha kutusubua hapa na mipira yako na 1 term. Kama ni 1 term ni 1 term, upende usipende. Omba Mungu na ufanye venye mliagana na Mungu, ukue 2 term kama itakuwa. Lakini kusubua watu Kenya mzima, watu wengine wamefugiwa. Nasikia barabara sasa Rogai zimefugwa. Maana watu wa 1 term na wa mpira wameshikana sasa, wanasema wataingia kiwanja kia nguvu. Sasa GSU imeletwa. Na barabara zote zimefugwa, hakuna kuingia. Sasa difference ya maandamano ni nini na hiyo? Si wamefanya maandamano? That was their intention. Hivyo ndivyo walikuwa nataka GSU ikuje. Wamefaulu. Sasa kuna vitu vingine unafaa kutumia akili. Kwa nini ulinunua matiketi zote? Ndio watu wa Munyoro watu wasiingie. Wakikuyu wanaingia kwa kiwanja kweli? Wakikuyu wakiona hakuna biashara naenda kutengeneza. Mtu unajua ako kwa kiwanja karibu. Sijui kama alienda, anaitwa Jose. Ni nephew ama ni niece? Ni nephew. Ni nephew. Huyo ndiye anaenda kuuza madasi na chai. Huyo ako biashara. Mfugwe, msifugwe, kazi yake ni nini? Atengeneze pesa aende nyumbani. Ile kitu anatakaga masikio kusikia Kenya haijafugwa, haijashindwa, ndio akisikia wamefugwa afuge virago vyake atoroke kwa maana ni mawe. Bwana Yesu asifiwe sana. That is very good. Nawapenda sana. Nawapenda sana.
watu wa Geshagi ni baya kukuwa na watu wa Geshagi wengi kuliko watu wa town. Najua kama ni mtu wa town ya respond quickly. We love you too. Bwana Yesu asifiwe sana. Today we have a very powerful topic. Imesema I have shifted. What is to shift? Ni kusonga kutoka mahali huko na tuakili tule ulikuwa natuo umebadilisha kama siko. Bwana Yesu asifiwe sana. Shift. Lakini kutoka kabla hiyo although nimesikia walitangaza kuhusu the church, I think we need to consolidate pamoja ndio tukue na timetable iweko pale ya church Sunday service venye nafua. Nikiuliza tu ni maono yangu kwa wale ambao ni husika. Tutengeneze kitu kama hii inaitwa kuna morning hour, then worship, then youth ministry. Maana nimeona kama tumesahau na youth. We need youth pastors, youth wanatuhubiria ile kutoka asubuhi, kutoka hiyo tulikuwa tunaweka Kikuyu. Maana wale tuliwekea Kikuyu wanakuja saa 6. Sinao tutawatafutia horo yao tuende huko tuongea Kikuyu. Kana tigu tu shift kidogo, tutoe hiyo ya Kikuyu ndio tukuze vipawa, tukuze watoto wetu, tukue na youth. Youth inakuwa utakuwa na service ya teenagers na service ya youth. Kutoka hapo tukue na testimonies, tukue na worship, then main service, alafu na evening hour. Tukikuwa na kitu kama hiyo ndio tuweze kubalance vizuri. Tukue na watu from all quarters ambao wanasema maneno. Alafu kwa wale ambao Mondays mimi nakuaga gong. Kuna watu wananipigia kasimu wananiuliza kama niko. Mondays mimi nakuaga gong. Sasa gong nimefungua ikuwe rasmi. Ukiona mahitaji unataka kuja kuniona, ukuje gongo kwa mlima. Nitakuhudumia huko. Because hiyo pia ni madhabahu yangu iko huko. Unaweza kukuja huko anytime kutoka saa 9 usiku na tunatokaga saa 12 jioni. So it is, ukitaka kukuja tukutane huko na ni mzuri sana tukikutana huko. Tuesday tunakuanga na 1-on-1. Wednesday tuko na teaching ministry na tumekuwa na conference. Na ninakuomba tu Wednesday nakuja, we have a very powerful topic. Mkuje nyote hata hawa washosho. Mkuje kama uko na just come as you come to church. On Wednesday na Thursday na Friday tutakuwa na a semi conference ambao tutakuwa tukidiscuss a very good topic. Then from there we know God atatusaidia. So kuna dedication, kuna watu wanaitwa the Rahab, team Rahab. Team Rahab wasimame, wale wote team ya Rahab. Team Rahab, team Rahab wasimame. Ukuje hapa mbele. I want to dedicate you. Ndio tuingie kwa service moja kwa moja tumalize maneno. Maana nikianza kuhubiri ninaweza kusahau na nyinyi. Na ndivyo nimeona leo mmeduga maguo masuri kwa sababu ya kudedicatiwa. Sasa mkikosa kudedicatiwa mtaona sinaona kama mama huyu leo amevaa inafagia chini. Alafu ukikosa kudedicatiwa inakuwa ni tatizo kubwa sana. Idiot. Hata wewe mseni wa timu Rahab. Nani amekuita? Mseni wa timu Rahab. Kwa nini umefunga mguu na kamba? Ama ni kiatu? Sawa. Timu Rahab, nataka ile timu inaitwa Rahab. Good. Can see your beautiful faces. Sasa mbona nyinyi wabaguzi? Hakuna mwanaume hata kimoja? Ni wanawake tupu. Kwa nini? Wanaume, mzee, waigilie timu ile. Kana nishatumia. Ni Joshua. Kuna Joshua. Joshua. Ewe ulia. Hata kwa ate mutumia ole. Mwale wake lago. Uko timu gani? Haujaigia timu yoyote. Kuja hapa, kuingia kwa hao.
Yes. Thank you. So this is Team Rahab. Sindio? Who is the leader of Team Rahab? To explain ni nini hiyo kuja hapa. Bwana asifiwe. Team Rahab, sisi ndio wenye tulikuwa tuna feature spies ambao walikuwa wanakuja kuattack. So tuliwaficha, lakini ilikuwa ni kwa nia mzuri, manake sisi pia tulikuwa saved. Kwa hivyo sisi kazi yetu ni kufanya act of compassion. Hiyo ndio kazi yetu. Asante. The act of compassion. Thank you. Na hizi ni nini? Ni scarves. Haya, mtakuwa mpaka na scarves. Hebu leta ni zibariki ndio ni msifuge. Ama mtafugia wapi? Hapa tu. Ndio mtuligie. Yes. Good. Tabari. Ugo do no ukerehe. Ni wale toria Yesu Kristo. Amen. Mubarikiwe. Mungu awabariki. Amen. May you be covered by the blood of Jesus Christ. Every of your endeavors zitimike katika jina la Yesu Kristo. Mungu awainue, awabariki kwenye njia zenu zote. Sasa chukueni kitambaa, fuka kwa kichwa. Leta hii. Thank you. Wewe fuga, utafuga mmoja. Wewe kuja. Utanifuga ama utafuga mtu mmoja? Haya, fuga mtu mmoja. Hujui nini? Sara. Nani anajua kufuga? Sara ukafuga gedo haa. Sara Queen University. Na tufanye haraka kidogo. Tuone venye wa mama watakuwa. Nataka kuna mama mmoja specifically nataka kuona venye atachomoka. Yes. Fuga. Hata wako na dread. Si tungekuwa tuki Yes. Lete moja. Yeah. Shukuru Bwana ni mwema, fadhili zake za milele. Mshukuru ni Bwana ni mwema, fadhili zake za milele. Ngoja uvukwe. Mungu wa miungu, fadhili zake Bako ndo ikuwa hagitapa ya ureke woho fugua. Unaleta haibu ndogo. Kama hujui kufuga kitambaa, mama, mutumia wa modo. Fuga vizuri. Wewe, ako wapi wewe nafuga watu? Fuga haraka. Mshukuru Bwana ni Mwema. fadhili zake za milele. Aliyefanya mianga mikubwa, fadhili zake za milele. Aliyefanya mambo ya ajabu, fadhili zake za milele. Mshukuru ni Mungu wa mbingu, fadhili zake za milele. Peke yake atenda maajabu, fadhili zake za milele. Tuseme fadhili zake za milele, fadhili zake za milele. Ya kwamba fadhili zake za milele, fadhili zake za milele. Tuseme fadhili zake za milele, fadhili zake za milele. Wewe, Mshukuru umefunga kienyeji. Mungu wa mbingu, Toa vifugo vizuri. fadhili zake za milele. Mshukuru ni Bwana wa mabwana, fadhili zake za milele. Mshukuru Bwana ni mwema, fadhili zake za milele. Mshukuru ni Mungu Fuga venye inafaa kufugwa. fadhili zake za milele. Hebu kuja. Tuseme Nani fadhili nimeona zake vizuri? za milele. Kuja. Wewe. Fadhili zake za Simama hapa. milele. Ya kwamba fadhili zake za
zake za milele. Mvuge hivi. Hivi unaona imevugwa ya huyu. Imevugwa hivyo. Hata kuko nyuma. Fadhili zake za yuko pia yako. Fuka kwa kichwa mzuri. Fadhili zake za milele. Shukrani Bwana wangu Bwana. Fadhili zake za milele. Saidia huyo. Yes. Fadhili zake. Sasa utapata Bwana. Kujeni. Toeni viatu zenu mkuje hapa juu. Fadhili zake za milele. Fadhili zake za milele. Ya kwamba fadhili zake za milele. Fadhili zake za milele. Tuangalie huko. Tuangalie huko. Fadhili zake za milele. Tuimbe fadhili zake za milele. Fadhili zake za milele. Ya kwamba fadhili zake za milele. Fadhili zake za milele. Tuimbe fadhili zake za milele. Fadhili zake za milele. Tuseme fadhili zake za milele. Fadhili zake za milele. Ya kwamba fadhili zake za milele. Fadhili zake za milele. Tuseme fadhili zake za milele. Fadhili zake za milele. Mungu muumba mbingu na dunia, ninakuabudu na ninakushukuru. Hawa wasichana wako, watoto wako wamejitenga kwenye kikundi wanachokiita kama Rahabu. Kikundi ambacho kitafanya kazi yako jinsi utakavyowaagiza. Nimeona wamama wengi duniani katika mifumo mbalimbali ambao wamesimama na kufanya kazi yako. Ningeomba tu wapatie nguvu, mawazo mazuri, neema na ushindi na vibali vyote katika milango yote ya kidunia, wakaweze kupenya na kazi yao ikafaulu na wakaongezeke, wawe mamilioni, wazalike kote duniani. Kikundi ambacho kitakuwa na ushindi mkubwa katika kuendeleza injili yako, kuendeleza kazi yako. Hivyo walivyojiita, sio wao walijiita, ni wewe uliwatakia hivyo. Wapatie fanaka, faraha na hata washinde. Ushindi uwe katika nyoyo zao, ushindi uwe katika vinywa vyao, ushindi uwe katika mikono yao, miguu yao, mahali popote watakanyaga papatikane kitu kipya, kufunguke, bingu ikatembee na wao, bingu ikafunguke katika familia zao, katika kazi zao, katika biashara zao, na mahali popote na jambo lolote kwenye huduma wakaweze kufaulu. Wapatie upenyo, wapatie baraka. Huruma zako ziwe juu yao, macho yako ya upendeleo yawaangalie, kidole chako Baba cha baraka kiwanyoshe. Wasaidie, wapatie maarifa na hekima kama vile ulivyompatia Sulemani. Waongoze kama vile ulivyompatia ujasiri, kama vile upatia Joshua. Baba, wapatie unabii na nguvu zako kama vile ulipatia Elijah. Uweze kuwapatia neema na vibali vya kutembea katika ujasiri wako kama vile ulivyopatia Musa. Wakubariki mahali popote, wawe na imani kama vile baba Abraham alikuwa na imani. Baba, watakapoenda wapate mahali kumekauka, hakujanyesha, kumekuwa na ukame, ukavu mkubwa, kama vile Isaka alienda Uai akapata kuna ukame, na kisha ukampatia neema na kibali, akapata mavuno na mavuno yakazidi, akatajirika kuliko mpaka serikali. Na hawa watajirike kuliko hata serikali ya Kenya, watajirike kuliko hata dunia mzima. Wapate vitu kutoka duniani. Wa command blessings in all manner of the ways. In Jesus' name. Sema amen. So may God bless you as you walk out. Tutoke hivi. Pandi, angalia. Enda ni sasa. Enda sasa. Mulipite hivi. In the mighty name of Jesus. Receive a special anointing. Receive special favors. In whatever that you do, may you succeed in every endeavor of your life. Everything that you do, may God bless you. May God cover you. The cloud of heaven, you are covered, na you are funike
katika jina la Yesu Kristo. Somebody say amen. Na sasa kutoka sasa mtakuwa tukio kwa service kama hii, mtakuwa mnafuga hiyo kitambaa na mnakaa mahali pamoja, ndio mnaonekana vizuri. Sasa tutakuwa tunatega sehemu kama hii, tunasema hii ni ya team Rahab. Tuna sehemu kama hii tunatega ni team Deborah. Sehemu kama hii tunatega ni team na nyinyi ndio mtakuwa mnakaa viti za mbele. You are the special people in the church. Thank you. Jipigieni makofi. Sasa si unaona? Sasa mlikuwa mnasema tuambie watu wafanye. Sasa mtu aabiagi watu. Unawacha watu wenyewe wajifu. Si wamejifuga kitambaa. Sasa mimi nikiambia wakisema nie kanitha kaudigo shoka kwa dhikao kara hoita abaya. Sasa hiyo ndio style kutoka lini? Ukikuja kanisa unafuga mpaka masikio, funika masikio vizuri nusu. Funika nusu. Unafuga nusu hapo. Yes, good. Angalia mama kama huyo balance hapa kuja hapa. Wewe timu, enda balance kikosi. Hiyo ndio kikosi yako sasa. Pigana na watu. Na nyinyi mtafugwa gani? Mtafugwa gani nyinyi? Yes, good. Hey, good. Mmekuja wa jeshi mzima, si ndio? Bwana Yesu awabariki sana. Mnapoenda kwenye madarasa yenu, Mungu awapatie akili na hekima, mpate mafundisho mazuri na neema nzuri na mpate vibali vyote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa nao mapasta, hii ndio ile sade mtakaa hapa, mkivaa nguo hizo mnafaa. Si mnajua tu. Hii sade ndio ya mwisho. Next sade nataka nikuone mkiwa smartly dressed kama watumishi wa Mungu. Si ndio? Kanisa inaenda kipakika. Unajua charedi tulikuwa tunasumbuana na yeye zamani. Akiniza kanitha enole ikapakika atia. Si unaona inajirete? Sasa wewe ni wa timu gani? Deborah. Sasa tuone sade tuna dedicate timu Deborah. Si ndio? Tuende tu dedicate hiyo ingine. Hivyo unakuta kila kitu kimejipaka. Na ndio nilikuwa naona na wabieni, wacheni kupigania cheo. Ya too few, muko wachache sana. Nyinyi wote ni leaders. Usiue mtu ati kwa sababu unatafuta kiti. All of you are leaders. Hatujaanza kutafuta wafanyikazi, members. Hatujaanza kutafuta. Tulikuwa tuna train leaders. Ndio ana leader. Na siku hapa alikuwa karibu kujiua kwa sababu ya kiti. Na viti viko vingi na bado hatujapata. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Tuko sawa sawa? Si Mungu awabariki sana. Kuna pile msichana tulikuwa naye kwa ofisi. Yeye amefunika kichwa yote. Alienda wapi? Kuna msichana tulikuwa naye kwa ofisi. Ule tulikuwa naye kwa mlima. Kwani kameenda tena? Simama tu, kuja tu. Wewe umesomea mambo ya journalism? Unajua kuchukua kamera? Kabisa vizuri. Mbona unaenda hivi? Unajua mambo ya kushika kamera? Vizuri. Umesahau, but ukilikuwa directed, but itakuwa sawa. Huyo ingine iko wapi? Ni yule. Haya, utaenda pale. Lakini before that, nataka utupatie ka testimony kazuka moja. What is your name? Toa hiyo kitu kwa kichwa. Sawa. What's your name? Kagore Kamau. Uligorwa na nani? Na baba yako? Yes. Ulikujaje huko? Shika microphone mzuri. Na usimame vizuri. Uliona kwa YouTube. Uliona nini? Kobamasi naenda kwa Ukafurahishwa na mlima? Ni nini ilikufanya utake kwenda kwa mlima? Hivyo tu.
Yaani ni ulitaka tu kwenda kwa mlima? Okay, like kuna story nasikianga mlima kunafanyikanga, so like nilikuwa nataka kwenda huko na mimi nione. Kunafanyikanga, uliona? Kulifanyika nini? Ulifanya hiyo sacrifice kukanyesha direct. Ni nini ambacho ulikuwa umeona cha mlima hapo before? Give us a story ile ulinipatia. Kuna kitu nataka kusaidia watu hapa waelewe. Ulikuwa naota aje? Ulikuwa naonanga aje vitu kama hizo? Nilikuwa naota najipata huko kwa mlima. Unajipata kwa mlima? Ulikuwa najipata aje? Like nilikuwa naota najipata huko kwa mlima, and then nikaanza kujipata like tuko na ulikuwa unajipata mlima, ulikuwa unatembea, unapelekwa na gari ama unapelekwa na nini? Nilikuwa na paa. Ulikuwa na paa? Kama ndege? Ni mara ngapi ulikuwa umepaa kama ndege? Sikumbuka. Ukijikuta kwa mlima ulikuwa unaenda kufanya nini? Nilikuwa naingia kuna place nilikuwa naingia, napata kuna wanaume, they're not many. Like how many? Less than 20. Less than 20. Wamekaa huko kwa mlima. It's like nikaa nyumba yao, kila mtu ako na position yake, but kuna mmoja an elderly man. So alikuwa ananiongelesha, but sijaijua chenye alikuwa ananiambia. Yaani alikuwa anaongea Kifaransa, Kiingereza, Kizungu, Kikuyu? Kikuyu. Lakini huwezi kumbuka alikuwa anakuambia nini? Alafu baadaye? So mimi hiyo kitu ikanisumbua kabisa, cause iliwanga too much. So nikaenda for fasting for 3 days. But before niende, sasa nilikuwa naona clips zako kwa Bamasi. Sasa nikaanza na wewe kwa huo mlima. Ukaanza sasa, mimi nikaanza kuja kwa mlima. Sasa mimi nikifika kwa mlima na wewe nakupata huko. Kama umepaa. Umekuja kama muhau. Uhau. Ukilandi huko nalipata. Nakupata. Nikifanya nini? Nikifanya nini? Okay, siwezi explain, but uliwanga huko wewe unajiona na hao wanaume. Hao wanaume hawa 24 ama ni ngapi? I don't know the number, but see. Sasa ulikuta ninajuana na wao. So like sasa vile mimi sikuwa naelewa venye huyo mwanaume alikuwa ananiambia, wewe ukaniwekea bridge. Huko hiyo side mimi niko sasa nimepaa venye huwa napaa, nikafika kwa huo mlima. Sasa instead ya kuingia venye nilikuwa naingia, wewe ukaniwekea hiyo bridge. Kufika hapo sasa nikashindwa. Ukapita kwa hiyo bridge? Sasa ukaniambia nipite hapo kwa hiyo bridge. Sasa then ukaanza kunidirect huko kwa huo mlima. Sasa baadaye ukakuja kwa mlima. Ulikuja? Tulienda kwa mlima, tulikuwa pamoja na wewe? Nilienda. What happened? Okay, mimi vile nilifika nilipanda mguu na two guys. Engesi ni wale. Bani? Wale wanajijua. Na yule. Vijana wawili. So vile tulifika, mimi nikaenda nikakaa, nilikaa nyuma. So nikiwa nimekaa huko nyuma, huyu jamaa alikuwa anaitwa Mojiro. Yes. Huyu jamaa akielezea hiyo story yake. Unaona huko juu kwa temple. Mimi nilianza kuona vitu. Kwa zile pic. Ukaanza kuona nini? Nikaanza kuona like crown. Ikatokea the first time nikaona crown. Nikaona hapana, niko zangu. Unakulanga hizo mavitu? So kuna madam tulikuwa tumekaa na yeye na kijana, nikaangalia nikaona nikaa hawajaona. So nikaangalia tena nikaona bado iko. Then nikafanya macho tena hivi. Nikaangalia nikaona iko. Iko. So sasa nikaambia Mungu si mwenyewe kimoyo. God
God, if at all it's you. Kuja sasa nione hii kitu kabisa ikuwe ni wewe unanionyesha, si mimi niko zangu. Si manini. Si majaba. Sasa ndio nikaangalia. Sasa ikajileta yote. Ikajileta yote hapo juu. Then nikaenda. Sasa ukafikiriaje? Mpaka saa hii imekusumbua akili? Hujapata answer? Oye, pole. Utapata answer leo. Ndio kwa sababu uko hapa, utapata answer leo. Na uende sasa mnahitaji msaada ya gani? Masaa jioni. Thank you. Ukae hapa, uko job leo. Sawa. Mwambie mwenzako, I have shifted. Dodekera. Yes, I have shifted. What is to shift? To shift, meaning ya kushift ni kubadilisha mahali kutoka hapa kwenda mahali kingine. Hiyo ndio meaning ya shift. Meaning ya pili ya kushift ni kutafuta position moja kwenda position nyingine. Umetoka number 1 umeenda number 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Meaning ya tatu ya kushift ni kitu kinaitwa transformation. Transformation ni kubadilishwa. Unaanza kuona vitu ambavyo haukuwa ukiona. Kama sasa huyo mtoto alikuwa mimi niliona, lakini nyinyi yote hamukuona. Sasa ndio nimepata number 2. Because niliuliza Mungu, nipatie confirmation ni wewe ulikuwa huko. Na confirmation ya Mungu haikujagi na jengine, inakuja na confirmation ya mtu mwingine. Analete the whole story ya ile kitu uliona. Ndio nimekuja nimemwambia akuje simame hapa. Because mimi niliona na nikaona malaika wamekuja. Na wale wazee na wabiaka 24. Sina biaka wazee 24. Yeye aliwaona. Na mimi nawaonaka. Na walikuja mahali tulikuwa. Mahali tulikuwa tunamwaga hiyo nini? Hiyo asali tulimwaga, walikuja hapo. The 24 elders. My friend. You're here. You didn't announce. Kuja usalimia watu before I start preaching. Wow, this is a grandson of my great friend Jenga Karume. How are you? Fine, thank you. Yeah, you're welcome. Yeah. Yes. Salimia watu na Kikuyu. God is good. And all the time. Nimesema salimia watu na Kikuyu. Muriega rigi. Endelea sasa. Weta what? We Jenga. Jenga wa mukuhi wa Kihato. No family yako ni ya mzee Karume. I'm a grandson to Mzee himself. And I've come here and I learned more from my good friend who learned from my grandfather. Yes. Yes. Ulikuwa ninanga tukiwa na grandfather. Ukiwa katoto kadogo. Tutakiti kwa pale tutaongea hapo. Ukae hapo. Guka yake alikuwa karafiki. Sasa haka kalikuwa kanakuja kwa milia kwa miguu zangu. Pole tunacheza kanacheza na mimi. Sasa ndiye ameachiwa inheritance, ndiye ameachiwa the spiritual inheritance. Wacha nitoe kwa maana inheritance, msianze kumsubua. The spiritual ya the Karume Empire. Bwana Yesu asifiwe sana. So he is the guy who likes me. Na wakati kabla mama yake afe, alikuwa anamwambia kuja kwangu. Niliko na msaada wake. Eventually they came, tukaomba. Vitu zao zote zilikuwa zinakaliwa na watu wanaitwa trustee. Na hii trustee ni Wajaruo na Waluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani udhokome indo ciaku cikariro ni andu angi. We na ciana ciaku. Sasa kijana alikuja hapa tukaomba, nikamwambia hizi vitu mtapatiwa before a month. Did it last a month? Yeah. 2 weeks. Wakarudishwa vitu zao zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Na that is how God blesses us. Na si hana pesa. For the ladies, msiende kumsubua. He is married. Msianza kumwambia ati Bwana alinionyesha. Mtu akikuja kukwambia Bwana alinionyesha, mwambie ni bwana yake. Bwana Yesu asifiwe sana.
So why are we talking here? Tunazungumzia mambo to change, to shift. How do we shift? Shifting is about removing yourself kutoka mahali ulikuwa unaenda mahali pengine. Unaweza kupelekwa ama unaweza kujipeleka ama unaweza kujikuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama venye tulienda kule kwa mlima tarehe 8 mwezi wa 8, ilikuwa ni tarehe muhimu sana katika maisha yetu. Katika huduma ya Yesu Kristo ilikuwa tarehe mzuri muhimu. Maana tulitoka kwenye kitu inaitwa 3D tukaenda 5D kwa wale wamesoma. Bwana Yesu asifiwe sana. 3D ni nini na 5D ni nini? Ni spiritual, yani realm. Tulitoka kwenye spiritual kwenye sasa gumutariria tena kitu hili. Realm ni na Kiswahili ni nini? Kwenye bingu, tuseme kwenye bingu. Tulitoka kwenye bingu moja tukaenda kwenye bingu nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulitoka kwenye mafikira ambazo tulikuwa nazo tukaingia kwenye fikira zingine. Tulitoka kwenye level ambao tulikuwa tuna communicate nayo na Mungu tukaingia kwenye level nyingine. Sasa we are not in the level ya kuongea venye tulikuwa tunaongea na Mungu zamani. Sasa tunaongea na Mungu in a different way. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ukiangalia revelation zako zimekuwa sharpened. Dreams zako zimebadilika. Kuongea kwako kumebadilika. Umekuwa na power ndani yako, kuna power, spiritual power ndani yako ambayo haukuwa nayo. Maana ulishiftiwa kutoka kwa dunia hii, bingu hii, ukaingia kwenye bingu hii nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio watu walikuwa wanaona. Unajua sasa ubaya ni kuna watu wanaitagwa manabii wa Mungu, wanaoneshangwa the real thing. Na kuna watu wanaitagwa madefiner. Madefiner wote walikuwa nasema siku hiyo ndio dunia inaisha. Wengine wakasema rapture inakuja. Na watu wakaprepare. Kuna mtu aliuza vitu zake. Maana rapture inakuja. Sasa nikamuuliza, uliuza pesa uliweka wapi? Hata alikuwa ameweka kwa banki. Sasa kama ulikuwa unaweka kwa banki, uliuza vitu zako maana rapture inakuja. Si pia banki rapture ingeingia kwa banki bebe pesa. Ati angetaka kuacha dunia hii pesa zote. Sasa angeenda na wapi? Kama ni kwenda kule biguni, tunaambiwa tunaenda biguni. Angeenda na pesa kweli? Kwa sababu kule hakuna kitu tunaenda nayo. Kule tunaenda kukaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kule tunakaa maisha mazuri, yani maisha sio ya pesa, hakuna kununua, hakuna kuuza. Ndio ule msee aliona lakini ni definer fulani aliona kwa definition. Jakeranka nyumba kona ineko igoro. Kidudu ineke muti wa muyo kutira. Nyumba ata ijakira nyumba. So a shift is being able to move from the previous thinking to a new thinking. Being able to remove yourself from the position ambayo ulikuwa nayo na unakuwa a new position. Kama ni biashara ulikuwa nafanya, unaondoka kwenye biashara na mafikira za biashara ambazo mlikuwa nazo, unaingia kwenye fikira mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni huduma, the way ulikuwa ukifanya huduma yako unaibadilisha ama inabadilishwa. Kama ni kazi ya Mungu, the way ulikuwa unafanya kazi ya Mungu inabadilishwa, inabadilika. Sasa badala ukae kwenye ule msingi ulikuwa nao, unakuta hata kuona unaanza kuona vi different. Hata kusikia unaanza kusikia vi different. Biashara yako ile biashara ulikuwa unafanya na kaujinga fulani, unakuta kila kitu kimejishift, kimebadilika. Kale kaujinga kameondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio kubadilisha. Na kama haukubadilika, kama una still you are thinking the way you are thinking before tuende kwa mlima, basi uko na matatizo. Na wale watu wote wengi Mungu alitaka kuwabadilisha kwa sababu alijua hawa hata nikifanya nini, nisipofanya hii jambo hawatabadilika. Ni wale watu walitembea mguu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alitaka kuambia sasa lazima mtembee mguu hata muanguke. Wengine walizirai kama Sharedi hapa. Alianguka chini. Alishindwa kupumua kaanguka chini. Maana Mungu alikuwa anataka kumhakikishia lazima mambo ubadilishe venye ulikuwa unafanya previously. Na ili badilika sasa. Ukimwangalia Sharedi saizi yako hapa saa hii amekaa kiti ya mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, and that is good. And this is what. Angalia mpaka worship team. Angalia venye ameng'ara. Simunaona ni warebo sana. Asezi ameng'ara. Why? Because in the psychological and the spiritual realm tumebadilika.
kuna kitu mpya imefanyika, kuna kitu ambacho umeacha kufanya, na haukulazimishwa uache kufanya. Hapana, kimekuja kitu, kimeingia ndani yako. Kuna watu walikuwa wanapigana hapa, walikuwa wanapigania position, walikuwa wanapigania nini, wengine walikuwa wanapambana huko, wanang'ang'ana, wanajibana, lakini sasa nimesikiliza kumetulia. Tangu tuende kwa mlima, simesikia kuna hewa mzuri. Baka Dorcas alikuwa achekagi, sasa anacheka. Hebu smile kidogo Dorcas. Sema amesmile. Alikuwa smilegi, sasa ana smile. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kuna kitu kimefanyika. Na hiyo kitu ndio tulikuwa tumeenda kwa mlima. Na hiyo ndio shift. Maana wale watu wana define walikuwa wanasema dunia itaisha, lakini sisi tulikuwa tunajua it is a shift. Bwana Yesu asifiwe sana. And when a shift comes, it shifts you from kila kitu. Kama ulikuwa na matatizo, inakushift from matatizo. Kama ulikuwa na kitu kimekusumbua, inakushift kutoka kwa hiyo kitu kilikuwa nakusumbua, inakupeleka kwenye dunia nyingine. We are in a different dimension ambayo ina operate ndani yetu. Hata biashara, mtu wako na biashara yake sasa iko in a different dimension. Kuna wale bado waliwachwa huko chini kwa 3D, na kuna wale sasa walihama wakaenda 5D. Utaona kutoka sasa your blessings will come. Things that you are struggling, ulikuwa nang'ang'ana kufanya, haung'ang'ani tena, vitu vinajileta. Watu wanakupigia masimu, unakuta mtu anakuja anakuambia nimekuwa nikisubuka kwa sababu ya hii. Sasa nimeona kumbe ni wewe nilikuwa naongojea. Si ati umebadilika, si ati wewe ni mpya. Wewe ni yule na alikuwa akikupita. Lakini kwa sababu umeshift, vitu zote zina shift na wewe. Maana lazima ziondoke kule zikuje mahali huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio kitu ile ya muhimu katika kuimarika katika maisha yetu. Hiyo ndio ile kitu ya muhimu kuimarika kwenye ministry yako, kwenye huduma yako. Hiyo sasa ndio kuimarisha. Sasa unakuta kaujinga ulikuanga nako shiko kamebadilika, kameondoka. Unasikia ka irritation, kale ka kitu kakurudililia kaani, kale ka kitu kakurudililia kitu kimoja, unasikia kameondoka. Sasa unaona una make statement moja na watu wanakusikiliza. Unajua kuna mtu kama ani lazima arudililie kitu mara 10. Hata ukimwambia sasa umechelewa na alikuwa aende mahali, unaona tika jukira gukutene nigo washerero uri namenya uri gukatere unamwambia I'm sorry bikwenda kushera ni farafara shiko hiketo mparabara zimefugwa mugikaa mukiongea dakika 5 ni maneno jikiginyira gukutene iri umari ndio gweka atia. Yani the same statement but twisted, anarudia mara dhate bako namwambia sasa hiyo ujinga uko nayo wachana nayo. Sasa unakuta hiyo ujinga tulikuwa nayo imeondolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo kitu ya kurudilia, hiyo kitu ya kukuonyesha umekosewa. Maana kwa watu watakuwa self centered, nimekosewa. Yaani ka statement kake kanakupeleka tu ndio akuonyeshe venye umemkosea. Si kupenda kwake, ni yule shetani yako ndani yake. Sasa huyo shetani aliondolewa. Those forces of darkness, hiyo ndio tunaita kushift from one line to another line. Kwa hivyo sasa kanisa letu na Mkristo na dini ya Kikristo, hata thinking ya Wakristo utaona itakuwa tofauti sana completely. Sasa utaona watu wakianza kwenda kwa hiyo mlima, watakuwa kienda. Watu sasa wataenda millions and millions, watapata. Watu kutoka America, nimesoma internet, they are shifting back to Kenya. Wanasema they are tracing their motherland which is Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wahonoki wasa wameanza kufanya nini? Wameanza kwenda kwa hiyo mlima. Wataanza kuutambua kama ni mlima wa Mungu. Na hapo wataanza kusema, sasa ndio utaanza kuona watu wameanza kusema hapo kweli ndio mlima ya Mungu. Kumbuka juzi tu walikuwa wametengeneza ile ng'ombe yao nyekundu, na walikuwa wanataka kuichinjia huko mahali panaita Jerusalem, ile Jerusalem yao feki. Sasa kwa sababu tumeenda huko, mnasikia hiyo story tena? Hiyo story imekufa. Maana they wanted to shift from Mount Kenya, shift wapeleke kwao. Wahamishe Mount Kenya, waipeleke kwao. Ni rahisi kuhamishwa kutoka kwa Jega Karume ukuwe maskini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni rahisi kuhamishwa kutoka your position hapo kunayo in the spiritual realm, watanyakua. Ndio kwa maana Mungu alituteua siku hiyo twende na nguo nyeupe na twende tuinue madhabahu ile inafaa kuinuliwa pale, ndio washindwe kushift. Maana walikuwa tayari wangechinje hiyo ng'ombe kabla sisi twende huko, mambo ingekwisha. Sasa hata wachinje, wapi wachinje? Hakuna kitu kitashift. Maana walikuwa wanataka kuhamisha mlima. Yesu alisema mtu akiwa na imani ako na uwezo wa kusema mlima huu na uondoke. Kama ukuko na imani ya kubadilisha mlima huu uondoke na unaondoka, hata kubadilisha power ya kitu kutoka hapa kupeleka hapa, uko na uwezo. So this is to make thing
to happen for you, to work for you. Hebu tusome kitabu cha, sijui kama tutasaidika leo, tusome kitabu cha Hagai 1 mstari wa 5 mpaka 13. Hagai 1 mstari wa 5 mpaka 13. Ndio tuangalie, tujue ni nini kinaweza kukuzuia ushift. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nini kinawe, Hagai 5 mstari wa 1 mpaka 13. Nini, tuangalie ni nini kinaweza kuzuia wewe. Kwa sababu unaweza kuwa mhubiri mzuri, unaweza kuwa uko na anointing, unaweza kuwa uko na favor, unaweza kuwa na kanisa kubwa, unaweza kuwa na kitu, but you are not shifting. Uko bado kwenye ile foundation ya zamani. Uko bado kwenye ile misingi ya zamani, ile misingi ya kitamaduni. Hagai, tupatie Kiswahili. Mashosho wako hapa wataanza kusema huyo kanisa inasomagwa na Kiingereza tu. Na mimi sikusema msome, sikukataza msome. Nyinyi hamkuenda shule. Bwana Yesu asifiwe sana. Si ni kweli? Hawakuenda shule na kulikuwa na shule siku hiyo. Siku ya kwanza ya mwezi wa 6, Hagai 5:5. Yeah? Yes, 1:5. Yeah, 5. Sasa asema hivi, Mwenyezi Mungu, fikirini kama mnafanya sawa. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Fikirini kama you are doing it right. Where you are you right? Bwana Yesu asifiwe sana. What you are doing, are you right? Where you thinking to go, is it right? Sasa asema hivi Mwenyezi Mungu, fikirini kama mnafanya sawa. Namba 2, tuendelee. Ninyi mumepanda mbegu kwa wingi, lakini mumevuna kidogo. Sasa hapo ndio unajua madhabahu ya kwenu inazungumza. Kwa sababu hauwezi kuinvest milioni 1 alafu unakuta reward yako ni shilingi 10,000. Hapo kuna kitu ambacho haikiendelea. Yaani watu hawa wanapanda mbegu, wanapanda kila kitu, lakini mavuno yake ni kidogo. Mnaifunua kanisa kama hii, lakini mavuno yake ni kidogo. Mnaenda crusade, mavuno yake ni kidogo. Biashara ukiweka, mavuno yake ni kidogo. Lakini uliweka kwa kiwango cha juu, you invested highly. Uliweka juu, uliweka maneno yako vizuri, ulipanga vizuri, shamba ulipalilia vizuri, ulilimia vizuri. Anything and everything was working properly, but harvest ikakuwa chini. Why? Kuna madhabahu. Kuna kitu ambayo inafanya uzivune. Maana unavaa kuvuna hata wakati kuna jua. Mtu anaitwa Isaka. Isaka ni mtoto wa Abrahamu. Kwa sababu ya madhabahu ya Abrahamu ili aliinua, wakati aliambiwa arudi Ai, maana alikuwa anataka kuja Afrika, Egypt, kukuja kulima huko kwa sababu kulikuwa na njaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati alikuwa ameanza safari ya kwenda Egypt, Mungu akamwambia hapana, rudi. Wapi? Huko ulikuwa unatoroka mahali kunaitwa Ai. Akamwambia rudi huko ulime. Na akamwambia Mungu huko kuna kiangazi. Ukisoma Biblia inakusambia namna gani? Kulikuwa na kiangazi miaka 3. Na kabla ya hiyo miaka 3 ni mvua moja ilinyesha, miaka ingine 3 huko nyuma kulikuwa na kiangazi. Akaambiwa nenda ukalime huko. Alipoenda kulima, kwa sababu ya maagano ya Abrahamu na Mungu, huyo jamaa alilima kukiwa na jua. Bizima vilikuja na akavuna. The Bible says alitajirika kuliko serikali. And the man became wealthy. Alitengeneza mali kubwa. Why? Because there was favor moving with him. There was a condition ambayo ilikuwa inarahisisha maisha yake. There was a condition yenye bali kwa inafanikisha kila kitu anafanya. Yani akiweka hata kama kuna jua, there was favor. There is a condition that makes things work for you. There is a situation that they will come, automatically come. Inakusaidia, inakufacilitate. You move to the next level. Ukitoka hapa ukienda, unakuta ni kama dunia ilikuwa imekugojea. Because you have shifted from a condition where you are not going to be successful. Unakuta things are forcing themselves to you. Unapata favor ambayo haieleweki. Unakuwa ni mtu kama anaitwa nani? Joseph wakati alifukuzwa, aliuzwa na ndugu zake, yeye tu alienda. Watu kama hao wanakuanga na favor ambayo si ya kawaida. There are people that you want to be associated with. There are people that you want to wakue tu karibu na wewe. Maana kukua tu karibu na wewe, vitu vinafanyika tu, vinatendeka bila wewe kujua. Vinajiforce. Unaona jamaa anaenda baka anakuwa prime minister in a foreign country, just like that. Anakuwa prison, ako na favor. Anaenda kwa Potiphar, ako na favor. Hata wakati wanataka kumunyoga, bado anapata favor ya kuuzwa. There are people that are in your life, wanakujaka tu kwa maisha yako. Na hao watu ni wa muhimu na ni dangerous sana kuelewa.
Na wakati mwingi mtu kama huyu akikuja, mshike vizuri na utembee naye vizuri. Anaweza kuwa irritating, anaweza kuwa hajui kuongea, maana watu hawa hawajui kuongea mingi yani vizuri. Ni kama tu Apostle Roigi, hajui kuongelesha Wakristo, anaweza kuongea hivyo mpaka mnashida huyo na yake no ahonokete, lakini yako na favor. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe vuta kitambaa vizuri. Tia kuitwa Daletikia tena kitambaa ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu na hawa watu wamesababishwa kwa sababu ya madhabahu. Madhabahu ile iko chini yake, ama ana operate in what kind of an altar. Those when they are operating in such a kind of an altar, ndio inasemanga wewe utakuja kukua nini na utaenda kukua nini. Unaweza shikana na mwanamke uwe very prosperous, uko na Range Rover, uko na manyumba, lakini mkishikana na yeye maisha yako inaweza kwenda hivi. Unaweza kushikana na mwanaume naye badala uendelee, mwanaume maisha yako inaweza kwenda nini? Maisha yako inaweza mlipatana ukiwa sawa, lakini maisha inabadilika. Why? Kuna favor. Na hiyo favor inatokana na madhabahu. Wewe huyu mtu kwao ni madhabahu gani inatawala? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaona ninyi mmepanda mbegu kwa wingi. Yaani mbegu zilipandwa 800 lakini zile zilitokelezea ni mbegu 200. Kumaanisha there is an obstruction that is hindering you from the shift. Maana wakipanda mbegu walikuwa na matarajio ya kutajirika. Wakipanda mbegu walikuwa na matarajio ya kushift from maskini kwenda huko kwingine. Watauza. Maana huyu jamaa anaitwa Isaac alipanda kukiwa na jua. Alipanda kukiwa na kiangazi, lakini alishift from poverty, from lack to something successful. Bwana Yesu asifiwe sana. So, ukiangalia mavuno, unaweka pesa yako inaemezwa. Unaweka pesa yako inamezwa. Unaweka kitu yako inamezwa. Basi, kuna kitu inazungumza. Na hiyo kitu lazima uanze sasa kuaddress. Maana hiyo ndio inakuzuia kuingia kwenye hiyo level nyingine. Kuna watu tulienda na wao kwa mlima, lakini hawakushika kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona msichana kama huyu ni mgeni kabisa, aliniona kwa Bamase, lakini alienda huko na akashika. Kuna kitu hako kuambia. Nyinyi yote naona mali nilimwaga asali, nikamwaga maziwa na kile, alienda hapo. Ulichukua nini? Yeah? Alafu uliomba hapo. Uliambia Mungu namna gani? Hiyo madhabahu ikutetee. Unaona huyu msichana sidhani kama umeokoka kabisa, ile ya ukweli ama ni ile ya jua kali. Ni ile nusu ile 50-50 kulingana na matatizo. Unaona hajaokoka vizuri, lakini alielewa. Alirudi kwa hiyo madhabahu na akasema hii madhabahu, kwa sababu nimekuona pale kwa mlima na nimekuona sasa hapa, hii madhabahu na initetee. She understood the mystery of altars. Alienda na akasema na hiyo madhabahu, akaiba, kwa sababu nimejua hapa umeinuliwa, na kutoka leo kwa sababu umeinuliwa utakuwa nafanya kazi kubwa katika taifa ya Kenya, na mimi katika ukifanya hiyo kazi unikumbuke. That's the secret of altars. Bwana Yesu asifiwe sana. Simuliona ule mtu huyo Mojiro. Mimi sikuwa nimeita Mojiro. Mojiro alikuja, nilimkuta Mojiro hapo. Mojiro wa juzi walikuja hapa na watoto wake na mke wake na mother-in-law walikuja hapa juzi, last week. Na akaniambia this was his first church kuigiza mguu. His first church. Na watoto wake wote wamefuga madreadlock. Wao ni wa dunia nyingine. Hata mke wake hajawahi kanyagisha, lakini walikuja wapi? Maana kile aliona huko alikuja akakiona hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. So tuliweza kumshift kutoka a little faith akakuja mpaka kwa kanisa, na akakuja boldly, na akakuwa proud, na akakuja akasema nisimame kwa hii madhabahu nipigwe picha, because tulimshift. Na yeye kule kwa mlima alitumika kutushift. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana sisi hatuko, Mungu alikuwa amemtayarisha na maneno ambayo atayasema ndio sisi tu shift. You need that person that qualifies you to the next level. Bwana Yesu asifiwe sana. You need somebody ambaye atakushika mkono akuvukishe hapa kupeleke. You need that person who will speak a word in your life uvuke. You need that person that will just come and say a word ubarikiwe. That one word barikiwe, na inakubadilisha maisha yako. That is the person you need to shift. That's the person you need to walk with. That's the person that you need. Na kunao pia wa kinyume, akikuja tu kwa maisha yako, one day biashara yako inaaguka, bako unashindwa ni nini na promosha dunia.
Unaona ni kama dunia yote imeanza kutikisika because of that one person mwenye alikuja kwa maisha yako. That one person because amebeba madhabahu ambayo si mzuri. Kuna watu mnaweza kushikana kama praise and worship venye mnakuwa kama mzuri, tulete mtu muimbaji. Muibaji. Sema muibaji. Mtu anaibaga mpaka unasikia huku kukitetemeka. Mpaka kanisa mzima inasema, wow, what a wonderful voice. Lakini ipatie praise and worship 2 weeks. Utakuta hawa kuna mtu wote wamehama. Na kile kiliwafukuza hawajui ni madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee msee, tuendelee tuwekee hiyo ingine tuendelee. I think we need our own TV ya kufanyaga hii. Next verse please. Tuko naye? Yeah. Yaani unakuta mnakula lakini hamshibi. Hapo ndio unajua uko na nini na madhabahu inakusubua. Unakula nodo honaka. Uhujagerio lakini husikiagi. Nimekuhubiria kutoka City Stadium mpaka saa hii, bado tabia ni zile zile. Nimekuhubiria 2 years hapa, bado tabia ni zile zile. Haushibi. Bwana Yesu asifiwe sana. That is one condition ya kujua ya kwamba kuna kitu kinakuzuia kwenda hapo mbele. Maana unafaa kukula ukishiba, inakusaidia. Unafaa kukula na shiba, inakusaidia kufanya vitu vingine. But now kama haushibi, unarudi tu kwa the same condition. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnakunywa divai lakini hamutosheki. Halo. Unakuta watu hapa ni wamoshene, hata ukiwaambia wawache hawawezi. Ukiwaambia this direction hawawezi. Watu wanakaa tu in the same condition. Ile ya jana uliwahamisha kutoka Misri, wamefika mahali wanauliza Musa, si uketuacha tu tukufie huko. Hapa ni huko ni kukuona, uliona hakuna kaburi tungesikwa. Ndio utulete hapa because walitaka kuhamishwa, but it was so difficult for them because there's something that is holding them. Sasa ukijaribu kuhapisha na kuhubiria na kuharibu kuja kutoa mtu kwa praise and worship, maana si wa praise and worship, lakini unakuta anangangana, anakasirika, anakuwa mpaka na hasira, akiona watu wakiiba, anasema nyinyi tu hakuna kuiba, mnajua kuiba. Mpaka wakati nitarudi huko ndio mtajua najua kuibu. Kwa sababu kuna madhabahu inamwambia don't move from this position, don't go to this. Na kwa sababu wanajua ukienda kwa hii position breakthrough yako inaanza. Wanajua ukitoka hapa uende hapa maisha yako itabadilika. So kuna kitu kitakuwa kinakurestrict kutoka kwa kaka nyumba ulikuwa nakaa zamani. Unasema mimi nilishift, lakini ile nyumba nilikuwa nakaa mahali fulani Dadora, hiyo nyumba ilikuwa mzuri sana. It was spacious, it was good. Na kule umepelekwa kwa Masongo, yani umetoka level ya Dadora, umepelekwa level ya nini kama sasa tuseme mali upper class juu kidogo. Umehamishwa. Nyumba si mzuri lakini umehamishwa from the class. Bwana Yesu asifiwe sana. The house might not look good, but you have been shifted to a new class that now you are thinking will think differently from how you are thinking. Lakini akili yako inakwambia ile nyumba ilikuwa spacious, ile nyumba ilikuwa mzuri, ile nyumba ilikuwa. Sasa unakuta akili na mwili wako, mwili ndio iko mahali huko sasa, lakini akili na roho yako inarudishwa huko. Stagnation inaanza kukuingia. Sasa kutoka hapo hakuna siku utafikiria kuenda mbele, maana utakuwa ukifikiria kule nini. So operation ya biashara zako, operation ya kazi zako, operation ya hata kutembea kwako itakuwa ni kule. Huku utakuwa tu physically, lakini uko kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mama ama baba tulikuwaga na girlfriend ama boyfriend zamani. Sasa ukipata mwanamke na unaoa bado unasikia akili yako inakurudisha kwa yule girlfriend, inakurudisha kwa shiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unakaa uko na bwana lakini fikira siku kwa nani? Kwa yule girlfriend. Sasa unakuta kuna madhabahu ambayo imekufuga, inakuzuia kuendelea. Unaanzisha kazi mzuri sana na inaendelea na unaona inaanza kupiki, lakini akili yako inakurudisha kule ulikuwa umeajiriwa. Maana kule ulikuwa unaajiriwa ulikuwa unalipwa 20,000. Hii umeanza kupata, ukipata pesa mingi pade ni shilingi 500, faida 300, 400. Lakini ukiunganisha hiyo pesa yote unakuta inakuja 25, 26 ama 30. Lakini bado kwa sababu unazoea kupatio ikiwa pamoja. Hiyo ni madhabahu imekuzeka. Umezoea kupatiwa nini? Ikiwa pamoja. Sasa unaona afadhali ile ya kuandikwa kuliko hii ya kujiandika. Lakini kumbe ni Mungu alitaka kukuanzishia platform. Nika hoteli kadogo, nika kioski. Lakini Mungu ana plani kukufungulia hoteli kubwa. Mungu ana plani kukupatia, kwa sababu lazima Mungu akupeleke kwa class, one class after the other one. Akupeleke level moja mpaka level hiyo nyingine. Because God is a God that shifts.
Akikushift kutoka hapa lazima akupeleke klasi yake. Akikushift kutoka hapa anakupeleka klasi yake. Sharedi zamani alikuwa nakata mboga. Alikuwa mama boga, walikuwa watu wa Ruto. Alikuwa mama boga. Lakini eventually aligrow mpaka akapata supermarket. Bwana Yesu asifiwe sana. Na bado Mungu anaendelea kumgrowisha mpaka apate supermarket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akue kama nini? Quickmart. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia yeye kuna kitu kinamzuia. Wakati anaenda kuna kitu kinamvurutaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe umeanzisha kabiashara kakuuza madisi. Kuna kitu ukienda, kuna kitu kinakuvurutaga. Kuna kitu kinakurudishaga mahali ulikuwa. Ndio unasikia mwanakunywa madivei lakini hawatosheki. Mnavaa nguo lakini bado mnasikia baridi. Yani there is something that is not allowing you to move. Bwana Yesu, wewe umevaa nguo, umevaa jacket lakini nasema hai, nie ndiye gwatagi umanyobeno. Sasa hiyo bako unahakisha kajiko unakaa hivi, unakuta mtu amekaa namna gani? Hivi, kwa sababu anasikia baridi. Na watu wengine ni kutoa wanatoa nguo. Halo. Watu wengine nini wanafanya? Ne nguo mararuta, ndio kugeire no rugari. But yeye bado anaitisha jacket nyingine. Yaani anavaa nguo mzuri na heavy lakini bado anasikia baridi. Kuna kitu. There is something that is happening with your life. There is something that is happening with your body. There is something that is happening with your future, your business, your ministry. Unakuta mtu umempatia ministry kama hii, lakini unakuta bado ako na baridi. Umewaambia watu hawa wakae hapa wa worship, unawapatia hapa platform. Unawaambia tokeni pale nje mwende mkahubiri, mwende mkatangaze. Vyombo ndio hizo ziko hapo, mashini ndio hizi ziko hapo. Nendeni mkahubiri. Wanaenda wanapiga moja. Na ni wewe ndio utawapushi mpaka waende wapige. Unawapushi mpaka unawasimamia mpaka wanaenda kusimama hapo kado na gari ndio wajue wataweza kufanya. Ukitoka hiyo kitu inakufa hatu hapo. Sasa unajua hapo kuna matatizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua hawa ni watu wanahitaji kuinuliwa madhabahu. Maana wana madhabahu baya. Hawa usipojihadhari watakumaliza. So kuna watu nafaa kuangalia kwenye huduma uko na wao. Yes unafanya ndio unaonanga nafanyanga mashifti. Unakuta mtu leo alikuwa hapa kesho yuko pale hivi hivyo kwa sababu kuna kitu na test. Tagu ukuje hapa umenisaidia na nini? Tagu ingia kwa hii ministry ni nini umebadilisha? Apart from makerere na apart from masegenyo na apart from Torodaka and Hadisam, what else have you done in this church? So hiyo nitaangalia before I give you a position, before I give you anything to hold, before I give you anything. I want to kupatia responsibility. Ka responsibility takurushia tu kali moja tu kakukutest na nitakurushia kamoto kakukuchoma ndio uchomeke ukibia hapa tena. Wananisegenya, wananisema mambo baya. Watu hapa ni watu very evil. Ni evil kwa sababu ya evil. An evil mind will only attract an evil mind. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, huwezi kupata ati ni mwewe wanatembea na vifaraka. Hapana. Haiwezi. Kuna kitu kibaya na wewe. That is why the attraction you unapata ni attraction ya kukuagusha. Wherever you are going, whatever you are getting in your way, on your way, ni kitu ambayo si poa. And that is why you will see, I can shift you today, tomorrow nipatiane hapa, tomorrow nipatiane hapa, because I want to really test, make sure the right person amepata position yake. Bwana Yesu asifiwe sana. I don't do boardroom meetings. I don't do a boardroom appointment. Hapana. Ninakuacha mimi ni generali. Kwa hivyo majenero wanajuliana wapi? Kwa kichaka, wakiruhusiana mabuduki. Yule atachomoka akiwa hai, huyo anawekwa kirauni hapa, anawekwa nyota hapa. Anaambiwa now you are a general. Kwa sababu amepigana na madhabahu ile ingemzuia, ameishinda. Sasa jiulize, ni madhabahu gani imekuzuia ambayo imefanya usiingie kwenye shift hiyo nyingine? Jiangalie, do you belong where you are now? Wewe ukijiangalia vizuri, wewe ni wa hapo huko, do you belong there? Hebu jiulize tu maswali. Haguole niho wagereirwo gukorwo ri. Do you belong there? Then kama you don't belong there, it is because kuna madhabahu imekukamata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu kinakuzuia. Na hiyo kitu kinakuzuia ndio imekukizuia kutoka shift hii kwenda shift nyingine. Maana we are living in a world that we shift from one level to another level. We are living in a world that makes you, yani inakumeka unakuwa discomfortable, yani uncomfortable kabisa mahali huko because you don't belong here, you belong pale. Lakini ukajipata uko na kaduka kamoja na uko comfortable na uko kaduka kamoja, uko na shida.
unahitaji Mungu mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nasema mnakunywa divai lakini hamtosheki. Mnavaa nguo lakini bado mnasikia baridi. Mnafanya kazi, mishahara wake huwa kama umetubukizwa katika mfuko uliotoboka. Tuko na watu hapa wanafanya kazi, they have money, wanalipwa vizuri, but nothing to show. Kuna mtu amefanya kazi 10 years, nothing to show. Kuna mtu amefanya kwenye banki, nothing to show. Kuna mtu amefanya hako America, nothing to show. Kuna mtu hako UK, nothing to show. Kuna mtu yani nothing to show, nothing. Hebu jiulize, tangu nianze kufanya kazi, mimi nimeajiriwa, tangu nianze kufanya kazi, what have I achieved? Tangu nianze kufanya biashara, Joel, what have you achieved? Nikio wenakio, nikio gerado, yeke, hii ndio jaso yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Apart from crying and crying and crying to God, and God is not hearing you because you cry, oh my God, kama kefaraga, lakini nothing to show. Unapaka unajiuliza, where is my God? Kaga yoyo adireko. Huyu Mungu alienda wapi? Jiulize. Kama ukiangalia ile position uko nayo sasa, hiyo position that you are in now, it is not the position you are supposed to be. You have something wrong in your life. Ndio kwa maana umefanya kazi na ni kama mifuko yako. Yaani nitodhoko magira, ni kama unatengenezaga unadhokomera karibu na roe. Ukipaka pesa yako, maji inakuja, inabeba. Ama unadhokomaga nini? Tonyoni. Unafikiria ni vifaraga. Tukikuwa mabawa, tuode tunaenda. Lakini kazi unafanya. Na watu wanakujua wewe ni tajiri. Maana mshahara yako ni 1,300. Lakini there is nothing. Hauna hata kaproti. Kuna mjamaa mwingine rafiki yangu alikuwa anafanya na UN. Alikuwa analipwa 1.8 million salary. Na hakuna sasa hiyo hana marupurupu, hana transport, hana hardship, maana walikuwa anafanya kule Sudan. Alikuwa anafanya na UN Sudan. UNDP Sudan. Huyo jamaa alikuwa wakati alianza kulipa mshahara, alienda akakoboa ruda nyumba ya 700,000 per month. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamaa kanunua kile Jirova. Jamaa kanunua kiprado na bado UN imempatia kila kitu na marupurupu ya hapa na pale na biashara za hapa na pale. Sasa hii wakati huo ploti moja tulikuwa tunauza 30,000 huko Kayole, ingine 20,000, zingine kama huko kwetu Kajiado zilikuwa nauzwa 25,000. Ploti eka moja tulikuwa tunauziwa 100,000 na unaongezewa kakuota. Nikampeleka nikamwambia nunua hii shamba. Kuna shamba ilikuwa inauzwa 150 acres. Nikamwambia nunua hii shamba, akaniambia yani unaniambia nikuja vijijini kama hivi. Sasa kule naishi. Next. yani mwenene kawagu atia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani umenipepaje? Ndivyo aliniuliza. Kawagu wanate ajoke na huko githaka-ini. Sasa baadaye miaka 7 baadaye kakazi kalikatika. Kakazi kalifanya nini? Kalikatika. Unajua venye tupesa tuko ndio extravagance. Alikuwa anaenda Dubai weekend kufanya shopping. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaenda Malaysia kwenda kufanya shopping. Na kila siku kulikuwa na party. Amusha hiyo mama mwambie aende akalale nje. Huyu. Mwambie aende akalale nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kamera iko imekuwa. Sasa wakati kazi ilikatika na alikuwa na overdraft na kila kitu, saizi tunampatiaga mahali pa kulala. Saizi anakujaga kulala wiki 2 kwangu, ndio aende akalale kwa mwingine, maana hana kitu. So unajiuliza, the salary of 1.8 million, you did not even buy a plot. Nyumba yako kukoboa mwisho wa mwezi, ulikuwa unalipa nyumba ambayo ingenunua shamba eka msima, then eka moja ya 7 ugeenda Githogori ungenunua 700. Ugeenda Githogori ungenunua. Ugeenda sio Githogori, ugeenda Githurai kwenda hapo chini, eka moja ungenunua na 700. That was more than, ni pesa mingi. Lakini kuna kitu ilikuwa inanena ndani yake, inamwambia plot atununuage sisi. Don't buy a plot. Hiyo ni mambo ya ujika. Na akaamini ni ujika. Sahi the man is crying.
The man ananiuliza kama anaweza kupata mahali tu hata nimsaidie achukue loan anunue kaploti maguta kagirigana lea dhate. Anataka sasa, nikamuuliza sasa, ukichukua loan ya kununua ploti utajenga na nini? Akaniambia nitaweza kupiga nyumba kama bati nione mahali pa kupa. Yule mtu aliniambia hawezi kununua karibu na huko kwetu. Sasa hizi nimetoka huko, niko sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. But because there is something that hinders you. Hata kulea kuku, unalea kuku. Waizi wanakuja wanaiba, kuna madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. No, leidhi yako unachuka zinafika 200, 300. Zinatega mayai bako nasikia yes, I am in good position. Usiku moja wewe na kuku mulilalishwa. Kuku zikaenda. Hiyo ni madhabahu. Maana inasema hapa hauruhusiwi kuweka vitu ya damu. Ni kitu lazima uangalie na uchimbe ndani kabisa uelewe what could be the problem. Na ukijua sasa unainua madhabahu, unabomoa hiyo madhabahu. Mimi nilijaribu kuweka kitu ya damu kwangu nyumbani 8 years. Najaribu inashindikana. Nikawekea kijana yangu John, nikamnunulia kuku 1000 vifaranga tukaweka. Sasa nikasema waacha mimi nisiweke, yeye aweke, labda ako na bahati, ako na kiara, kwa sababu tunasemeka ni kiara. Ti kiara. Ni magogona mara ya dhini wa. Si kidole. Nataka kuniambia hizi si vidole. Ti kiara. There is something that is speaking against you. Nikawekea John. Zikakuja zilikaa 1 week, second week zikaanza kukua kubwa. Zizi mabroila wakajiduka, ile shindano inadugwa ya kufulisha haraka. Week second week. Sijui John alienda kulewa. Mimi nilikuwa nimeenda Mombasa. John naye akaenda nini? Kulewa. Alikuja 2 days later. Tulikuliza kuku. Tote tumeinua kamugu, tumelala chini. Tote tumekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka siku hiyo nikasema hizi vitu za damu. Siku moja nikaenda kwa Mmasai mwingine hapa, akanipatia busi 2. Akaniambia nimekubariki na busi, nikabeba nikapeleka nyumbani. John huyo tu aliziwacha, zilikuwa zinakula. Sijui venye likata kamba. Busi ikapotea na ikaenda peke yake na ikaenda. Kukutana na John namuuliza. Alinionea bali akakuja, dadi, ni kama tumempoteza busi. Sasa nikaona kama nimunyanyue nimpigize chini, lakini nikakumbuka vifaranga vilienda hivyo. Nilikuwa na nguruwe mingi. Nguruwe nikakosa pesa kabisa ya kuchunga nguruwe. Nikakosa pesa ya kununua chakula. Baka ikabidi niachilie nguruwe zikule nyasi kama ng'ombe. Nilipoziachilia hivi zikaenda, hakuna hata moja ilirudi. Zilienda zikiendaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kuna kitu kilikuwa kinazungumza ndani yangu ambacho kinaniambia wewe na vitu za damu haziruhusiwi hapa. So I had to, nikafikiria, nikaenda kwetu nyumbani, nikaangalia, nikaona baba ako na ng'ombe, baba ako na busi, baba ako na kuku ziko na hazikufi. Nikajua the problem is me. Nikachukua busi, tukaenda huko mahali kunaitwa Tiga, nikanunulia our firstborn brother busi, nikampelekea. Kuchuga zikakuwa kubwa, zote zilikufa siku moja. Nikasikia my brother huyo mwingine anaitwa Maina alikuwa ameweka makuku, zote zilikufa 1 day. Nikajua hapa maneno si mimi, maneno si brother yangu, maneno si ya huyu, maneno ni ya kwetu. Sasa ni kuenda kuchibia kwetu. Ni nini kinaweza kuwa kilifanyika kwetu? Kunaweza kuwa kuna dhambi ilifanyika ya mnyama. Kunaweza kuwa kuna dhambi ama madhabahu ilifanyika ya mnyama, ndio hii inatukula sisi watoto. Maana haiwezi kugusa baba, inatugusa sisi. Sasa ndio nikaenda nikafuatilia, nikaambiwa kuna nini? Kule baba yangu ametoka. Anko yake baba yangu alikuwa ameambiwa apeleke ng'ombe kwa yangu hapa Banana. Nikaenda nikauliza, nikaambiwa ni kweli. Tukaenda tukanunua, nikaambia brother zangu zote tununue ng'ombe tupelekee baba apeleke. Kutoka siku hiyo maneno yakachange. Ubaya baba yangu alikuwa amekufa, tukachukua baba mwingine akapeleka tu hapa. Na maisha yakachange. Sasa mimi niko na ng'ombe, niko na busi zinakaa. Zinataka mimi nikuta kuku zangu zinataka kwa kichaka.
tunaenda tukiokota mayai kwa kichaka kwa sababu ya kitu kimoja kinanizuia ambacho aliitishwa na hao wakasema na inyoi mutigage indo cia thakame. Bwana Yesu asifiwe sana. So kuna kitu kinazuia utoke hile level huko. Kuna kitu kinazuia marriage yako isimame. Kuna kitu kinazuia biashara yako isimame. Kuna kitu kinazuia huduma yako isimame. Kama sasa mimi the process ya kukua mpaka nifike hapa, nimepitia kwa mikono mingi ya wahubiri, nimepitia kwa Wainaina, nimepitia kwa Ng'ang'a, nimepitia kwa watu wengi ambao nilienda nikakaa nao hata kama nilikaa siku 2. Lakini sasa nimeenda nikichunguza, wakati nilirealize nilitoka kwa James Maina Ng'ang'a bila uzuri, maana tulitoka kama tumeinukiana vizuri, mpaka kaenda polisi kuripoti nataka kumumaliza. Hana alikuwa anataka kunikomesha na mimi ndio nimempatia kiwaja. Alikuwa anataka kunikomesha na mimi tukienda crusade watu wanajaa. Sasa una imagine sasa nilikuwa natembea kama tajiri. Nilikuwa nakanyaga hivi. Kwa sababu naona ako pale ako na watu wakiongea, sasa nakuja napita tu karibu na yeye ndio watu wote wageuke hivi waniangalie. Ndio ni distract. Maana Ng'ang'a, mimi I blame Ng'ang'a. He's my good friend. I blame him. Maana badala ya kunipeleka kirasi, alinipeleka crusade. Na alinipeleka crusade nikaona kumbe ni mimi nafanya watu wakuje. So what time ningemsikiliza aje? Sikiweza kumsikiliza because I am the one who was pulling the crowd. Waje ukajaa, tukaenda Todoroka, waje ukajaa, tukaenda Kisumu, waje ukajaa, tukaenda hapa Urubaki, waje ukajaa. Kwa sababu ya nani? Dora. Sababu wewe niambie nikae hapo kiti ya nyuma, aje sasa. Aje. Na hiyo hata hiyo sadaka inafaa kukuja. I am the cause. So mimi nikajawa na kiburi ndani yangu. Hiyo kiburi tuliinukiana na mzee. Baka wakati nikamwambia, akaniambia sasa wewe utatoka. Na mimi nikamwambia kabla nitoke, nitakupiga. Nikakudush. Ilibidi aende mpaka kwa redio akatangasa. Akasema mimi maisha yangu iko kwenye hatari. Maana alijua mimi niko serious. Si mlikuwa mnajua mimi ni mtu serious. Sasa akalia sasa niko serious na mimi namface face to face. Mundu kumundu. Maana kuna madhabahu ilikuwa inaniambia rudi kwa Mugeke. Kuna madhabahu ilikuwa inaniambia wachana na huyu, mali mnafanya naye sio mzuri. Rudi kule ulikuwa, kwa maana walikuwa wanataka kuniuia huko. Na mimi already nimeshift, nimeenda kwingine. Na walitaka kunirudisha, baza wakaanza kunipiganisha na Ng'ang'a. Tukapigana. Hapo ndio baada ya kupurukana, nikanunua bunduki nikaenda kuiba. Hapa Bagigini kwa River Road, hapo inakutania na Ronald Gala. Kulikuwa na begi ya Absa hapa. Barclays. Hapo ndio tulienda tukakusanya, tukatoa kitu about pesa kidogo tu simiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. That is what you have to look at. Could there be something ambayo imekuzuia kushift? Could there be somebody speaking against your life? Could there be an authority that is against you? Could there be a word? Kuna neno linaweza kuwa lininenwa katika familia yenu linakuvuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa angalia hawa wamewachwa tu, hawa ni majukuu, mayatima kwao. Ni karibu the entire almost every son wameenda na daughters. Yes. Why? Because kuna madhabahu. Baba alikuwa tajiri lakini watoto wote wamebebwa. Sasa unaanza kufanya mahesabu. Huyu mzee labda kuna vituko alifanya, mama kuna vituko alifanya. Sasa hapo that is how you go, you do your research, you do spiritual mapping, go backward. Paka uadasadi huyu mzee maana alikuwa mwanasiasa. Unajua huyu mzee alikuwa mkora sana. Wale wakora kabisa. Alikuwa kwa serikali zote. Na ndio awezane na Moi, awezane na Kenyatta, awezane na Kibaki, awezane mpaka na Uhuru, awezane na kila mtu. Alikuwa anafanya, na ndio alikuwa first person to own a car. Si ndio? Wakati ya mkoloni, wakati wa Kikuyu wako kwa kichaka, yeye alikuwa na drive. Aenda ya Makaramoro, Elbagon. Alikuwa anauza makaa. Alikuwa anauza makaa ile mingi sana. So unachibua ndio hivi vitu zake zikuje kwa mikono yako, because sasa utajiri yote mimi niliambia Mungu azilete kwako. You come bigger, a million times bigger than him. Na utakuwa kama sisi tulisema tu tukasema 1 week koti kasema hata sasa utajiri ya hiyo mzee yote imerudi kwako. Lakini kwa identify tulipo usifanye hivyo venye alifanya.
Labda ni mzee alifinya. Unajua ndio wazee wa zamani ndio watajiriki walikuwa na finya watu kidogo kidogo. Wanazima watu. Sasa labda alifanya kitu kama hiyo. Lakini sisemi alifanya. Usiende kwenda familia tukukaa kikao ati familia kuja sasa ni kuna nabii alisema. Hapana, ni nakupatia suggestion ufunguke. Uende uangalie ndio hii mali uchuge. Utakuwa na migi, utaenda international all over the world. Hizo makabuni Karume investment, Karume holding, hizo zote. Na ukumbuke pale boy Kamite venye watu wamefinywa. And through his name watu wamefinywa. Tulikuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. So this is what I was just nilikuwa nataka tutuelewe. Uelewe ni nini hii imekuzuia ushift. Turudi hapo baba. Ile kitu imekuzuia ushift ni nini? Ile kitu sasa umeenda mpaka Tanzania uwe ni muibaji. Lakini uibaji yako mimi najua sijai hata sikia wimbo yako hata moja. Sijai sikia hata hapa haibagi. Anaibaga hapa. Ushaisikia? Moja tu. Imagine nyimbo za wenyewe anajua kuiba, lakini yake haipatiangi push. Haipatii push. Na hako na platform hapa mpaka ma TV zote zinamwangalia. Mwenyezi Mungu wa majeshi asema hivi. Fikirini. Ameturudisha. Kama mnafanya sawa. Mwenyezi Mungu wa mbinguni anasema nini? Fikirini kama mnafanya sawa. Kana ni mureka wega. Kana we haria hagereire. Fikiria vizuri ujiulize, am I in the right position? Am I where I'm supposed to? Am I in the right marriage? Hata marriage inaweza kuwa wrong. Ndio kwa maana you are struggling. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko kwenye huduma, uko kwenye kanisa ambayo Mungu anataka ukue. Uko kwenye huduma ile unafanya, is it the right huduma ambayo unafaa kufanya? Bwana Yesu asifiwe sana. Where are you? Unafanya fawa. Ndio akambia sasa basi, nendeni milimani mukalete miti. Mulijenge upya hilo hekalu nipate kulifurahia na kutukuzwa. Nendeni mfanya nini? You shift from where you are and rebuild. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo maisha uko nayo, shift from it and now rebuild. Jenga maisha mpya. Hiyo biashara uko nayo, vunja, rebuild. Kuja na maono mazuri. Badilisha mpaka majina. Maana jina linaweza kuwa ndio linakuzuia. Jina ile unaita kampuni yako inaweza kuwa ndio problem. Jina ile unaita huduma ndio problem. Jina ile unaita ndio problem. Change the names and come anew. Anasema rudi hapo nyuma kidogo baba. Verse 8 quickly. Verse 8. Sasa basi nendeni wapi? Ndio kwa maana tulikuwa tumeenda milimani. Bwana Yesu kutafuta miti, mkalete miti. Tulikuwa tumeenda kutafuta pawa mpya. Maana tumeona tumesukuma huduma na huduma haikuji venye inahitajika. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko na sifa lakini kuna kitu hapa tumekosa. Sasa unaenda kwa milima kukata miti. Ndio mulijenge upya. Tujenge upya our institution. Tujenge upya our family orders. Tujenge upya our family systems. Tujenge upya our mindset. Tubadilishe ile mindset tulikuwa nayo ya kupigana, ya kunyang'uyana, ya kurogana, ya kunini, ya kujihisi wewe ni kama ni wewe na kama si wewe ni wewe. Haleluya. Mama kwenye hiyo biashara kama imekatahama. Haja kuendelea kukaa kwenye biashara haikui. Kama kuna kadoa huko kadi ya kadoa, kama ni kabafreka kuniko huheria tu niko kahuheria akahuhereki hutoka enda huheria ingine. Fanya kukatalia mahali. Ama ende kwa milima, tengeneza kitu kingine mpya. Tengeneza. Amesema sasa basi nendeni milimani, mkalete miti, mulijenge upya hilo hekalu, nipate kufurahia na kutukuzwa. Apate yeye Mungu apate. Sasa hiyo biashara yako labda haifurahishagi Mungu. Hiyo ndoa yako haifurahishagi Mungu. Hiyo huduma yako ambayo uko nayo haifurahishagi Mungu. Wenda ujenge upya, nenda utapata nguvu. Milimani tunaendaga kuchukua nguvu. Milimani tunaendaga kuleta nguvu mpya. Unabadilisha system yako yote. Kama sasa simuona nimeanza kuoverhaul. Hawa mama ungewaambia wavuge kitambaa. Nilikuwa nimeenda mpaka mlimani kuomba wafikiwa, yani wafuge. Siku moja nikatesti huyu mama, anaikuwa pia mama huyu Maria. Alikuja leo. Ameenda kukula sakramenti ya Father.
Sasa Mande akikuja hapa, ile story atakuwa nayo ni ya kutuambia fanyeni hivi, fanyeni hivi. Maana ako ha? Bwana Yesu asifiwe sana. Halo. Yeye ndiye alikuwa nikamwambia tufuge vita. Akaniambia hapana, unajua kitaba? Unajua ni Mkatoliki. Lazima kifundishwe, kina mafundisho yake. Mtu anafundishwa miaka 2-3 kuhusu kitaba. Nikauliza tutakaa miaka ingine 2-3 ndio tu shift. Unasikia roho yake? Amenirudisha kwa pop ndani. Tufundishwe miaka 2 ndio nikulishwe kiapo. Mpaka akaniletea vitabu zao. Nikulishwe kiapo. Nifanya nini ndio kitabaki kulishwe pia kiapo. Kizungumziwe, kifanywe maneno, kifanywe nini? Ndio sasa tuseme kitabaki kitafungwa. Lakini Mungu ameniambia wakati wa kufunga kitabaki kwa kichwa imefika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yeye ananiambia mafunzo kwanza. Sasa mimi najua geke nikyo kehiko kila kegegiria ginyuki hali haki. Leo ukagesharia timu ige, unatengeneza timu ingine pole pole, unakuta unaomba Mungu waweke mawazo. Mimi nimestuka kuona vitaba wapi? Leo. Shiaredi sasa maneno ni gumu. Niliambia Shiaredi hapa kwa ofisi. Apostle. Watu haitofea. Ai! Hata shaukia kwa dini. Yuru weka tena tini dauga. Ni nyumwe shaukia. Sasa mukalete miti. Miti ni nini? Mukaende mukatafute upya. Mujitafute upya. Mwende mulete roho mpya. Mwende kwa milimani mujazwe. Muinue madhabahu ingine mpya. Ndio mkirudi hapa mnarudi with the power, with the authority to change things at work. Hakuna siku kukaa tu tukikana tunatoleta tena. God has shifted us. We have shifted from the level that we were. Tumeondoka. Mwambie mzako nimeondoka. Wewe kaa tu hapo. Mwambie wewe kaa tu hapo. Na amekubali. Amekubali. Achana na yeye. Sasa mulitazamie mavuno mengi. Mukifanya nini? Mukienda mlimani muniletee miti nipate kufurahisha. Mungu anataka kufurahisha. Maana tulikuwa tunataka kufurahisha Mungu. Sasa angalia vitabaa vimekuja, Mungu ameanza kufurahi. Ni mwahubira jaga. Halo, ni mboka kigogona ine muri andu ega. Ona gutuka ndirona ange mohete ta Rejo Maria. Todo it is not in her. Okinya harukire ta gekofia. Todo aroria kengerekete. Negetha athia karuta agikia bagine. But it doesn't matter. God is still being God. Hallelujah. Mungu bado atabadilika, ataendelea kwa Mungu. Hata ukiweka venye umeweka, ukimeweka kwa kichwa. Na hakuna siku nyingine utaingia hapa bila hiyo kwa kichwa. Pigani makofi kwa Yesu. Sasa funga vizuri. Saa hizi funga vizuri saa hii. Uanze kujitengeneza na kuifurahia matunda ya kazi ya Mungu. Matunda ya mlima. Sasa umeona after mlima? Yes. Waje utaona saade watu wengine hapa venye watakuwa. After mlima, since something has shifted. Na ukiona unakubali kushift kwa vitu vidogo vidogo kama hivi, kweli ndani yako umeshift. Lakini ukikuwa na resistance bado saa hii unaona hii asha angake bado wewe tulikuacha pale kwa gate. Mulitazamia mavuno mengi lakini mulipata kidogo tu. Na mulipo yalete nyumbani niliyapeperusha mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa msingi ulikuwa mbaya. Mulikuwa mnataka mavuno mengi lakini yasiyo msingi. Where did you get it from? Hamuna msingi, hamuna kitu, hauna nini, hauna foundation, hauna ground. Sasa ndio uliona kabiashara kako kalipeperushwa. Hapo ndio uliona kadoa kako kalipeperushwa. Hapo ndio uliona kahuduma kako kalipeperushwa kwa sababu hakana msingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliyapeperusha bali. Kwa nini? Kwa sababu hekalu langu ni magofu matupu. Hali kila mmoja wenu anashughulikia nyumba yake. Simuona? Ati nyumba ya Mungu ni magofu. Magofu ni manini? Halo. Magofu ni manini? Negeko. Ni magugu. Ni uchafu. Hapa kwa nyumba ya Mungu ni uchafu mtupu, lakini kwenu ni kusafi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenu mnajishughulishia nyumba kama hiyo, hamwezi kulipa rent. Nyumba kama hii stima inaweza kukatwa, nyumba kama hii inaweza kosa maji, nyumba kama hii inaweza kosa mashini ya kuosha, mashini ya 65,000 hatuna ya kuosha nyumba. Sasa hiyo unakuta mtu anaenda beach kuogelea. Yeye anasema nitapeperusha ka utajiri yako kako. Nitapeperusha niondoe.
Msimame na kazi ya Mungu. Maana wakati ulienda kwa mlima, Mungu alikupatia ufunuo, akakwambia ni mimi nimekuita. So kuwa mtoto, kuwa mwana, become a son, so that you can do the work of God for the protection. Naye Mungu alinde vitu zako, naye Mungu alinde njia zako, naye Mungu akuwe mkamilifu katika maisha yako. Ndio maana mbingu zimeacha kunyesha mvua, nayo ardhi haitoshi mavuno. Ardhi yako haitoshi, mbingu yako imefungwa, haitoi chochote, mvua haikuji. Ndio maana tulienda kwa mlima kufungua mbingu ifunguke, na mbingu kafunguka, mvua ikaanguka, watu wakafurahia. Kisha mvua ilipokauka, jua likakuja, watu wote, hakuna alitoka huko akiwa na nguo weti. Wote Mungu alimwambia ni mimi nimefanya hii job, kusema nimewaweka tick. Bwana Yesu asifiwe sana. Because he has shifted you from a mediocre mentality, from a mentality that is evil, from a mentality that unakuja tu kapa kusikiliza neno alafu utoke huko, kutoka ile mentality ya karepte, mentality ya kamia. Sasa unasema mimi nitasimama kwa kazi ya Mungu na kitu kama hiki. Mimi nitasimama na kazi ya Mungu, utasimamia hivi. Mimi nitalipa rent ya kanisa. Hata kama utakuwa ukitoa 5,000, unatoa 5,000 ukijua nitalipa rent ya kanisa. Na kuambia hakuna siku Mungu atakosa kukupatia. Hakuna. Ulipe nyumba yake, alafu ufugiwe nyumba. No. Na wale watu niliona wameandika 1,000, toka kwa hiyo 1,000. Shift. Bwana Yesu asifiwe sana. You are capable. Shift. Eto 1,002, toka. You are thinking of a multi-billion company. You are thinking of a multi-billion business. Inua madhabahu yako. Amesema nenda mlimani mukate miti mulete, munijege. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa umekuja na kamuti kamoja ndio umekuja kujegewa. Hapana, Mungu atakulipa na kamuti kako. Ende ubebe migogo kama 10, wekelee kwa mgogo. Kuja nayo useme Mungu, na mimi nataka unifanyie makubwa kama haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeleta ukame nchini, ukathiri vilima na mashamba na nafaka. Uliathiri. Maana amelete ukame. It is now dry. Mifuko yenu imekauka. Ukiambia watu hapa wakupatiwe, naonaka nasemaga ninunulieni chai, unaona ile pesa inakuja hapa mingi ni 1,000. Na ni 250. Hakuna hata kanoti kashagwe. Kwa sababu mifuko imefanya nini? Imekauka. Na kauka kwa 50 kamezeeka. Mpaka inabidi ukapige pasi. Huwezi kukapeleka Serena, itabidi ukapige pasi ama utafuta chewabia sharedi, maana na kuaga na hii kitu ya M-Pesa. Chukua hizi upatie watu change. Na nipatia moja. Sasa naangalia hii moja, siwezi yenda sasa huko, naingia hapa Karomaido, napiga gedhali bili hapa natoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mifuko yenu imekauka. Nafaa nikisema nataka kakope kachai, unaona watu wanapaga laini na togiri. Yes. Because we are worshiping a mighty God. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukitaka kwenda sasa kama mama hule tunampeleka harusi, kwenda kulipa dawali, tunafaa tunaenda mabasi kama 5 hivi. Yes, tukifika huko wanaona kweli huyu mama ameletwa. Lakini sasa mtaanza kushaya. Negeshaye. Mtaanza kushaya tie na pesa. Ole uturarekerema. Mpaka ndio niliwahurumia nikasema wacha nilipe fare. Mwende mlipe gate. Because mifuko imefanya nini? Imekauka. Hebu gusa mfuko yako. Angalia kama iko na kitu. Hebu gusa mfuko. Useni mfuko. Angalia kama kabagi kako na kitu. Inafaa kapochi kako kale kadani kameralishwa. Tunoti tunaenda kulingana na nini? Na type. Kale kamewekwa dovu kanaasa. Kale kamewekwa green kanakuja. Kale kamewekwa green ni blue kanakuja. Kale kanawekwa hiyo ingine hivyo tunapakana hivi. Ukiitishwa kitu kiko na change ya ni 1,200 ama 750, unaona nachomoa 1,000, unatomoa 500 na 200 na 50 zinachomoka. Si kwenda kusukuka huko unakutana na makaka nisaidie na change. Hapana, you are supposed to own. Bwana Yesu asifiwe sana. You are supposed to own, maana mfuko wako hujakauka. Mbona mfuko kakauka? Ukaadhiri vilima na mashamba na ya nafaka, mashamba mazabibu na mashamba ya mizeituni, na kila mmea watu na hata wanyama, watu na wanyama, na chochote mlicho tolea jaso
kuwa dry. Yani you have been sweating for nothing. You have struggled for nothing. Hakuna kitu unapata because kuna madhabahu imekuzuia from shifting. Kila kitu nakuta kinakurudisha. Ukilima unarudishwa nyuma. Ukioa unarudisha nyuma. Ukifungua huduma unarudishwa. Yani you are not moving forward. You are always backward. What is this? Kuna madhabahu inazungumza kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukianza huduma, umeingia huduma kama hii unakuta watu wote wamekuinukia. Ukianza kwa biashara unakuta biashara watu walikuwa, hiyo duka ilikuwa ya mtu mwingine akakuhusia maana amepata duka kubwa. Na watu walikuwa wanapaga laini na alikuhusia the same product na ndio unaweka bado, lakini watu wote wakahama. Sasa ndio unaona hapa hena maudu matarimera. Ndipo Zerubabeli mwana wa Shealtieli na kuhani mkuu Yoshua mwana wa Yosadaki pamoja na watu wote waliokuwa wamerudi kutoka uhamishoni wakafanya kama Mwenyezi Mungu Mungu wao alivyowaambia na kama walivyoambiwa na nabii Hagai, kama alivyotumwa na Mwenyezi Mungu Mungu wao. Watu wakamcha Mwenyezi Mungu. 13 watu wote wakamcha Mwenyezi Mungu. So these people came back to God. These people reorganized themselves. Wakasema netoshokerere Ngai witu, netoshoke makinyaine ma Ngai, netoshoke mitugo-ine ya Ngai, tukae jinsi Mungu anataka, tumuinulie madhabahu. Venye tulienda kwa mlima tukainua madhabahu ya kubadilisha, ikatushift. Kisha Hagai mjumbe wa Mwenyezi Mungu akawapa watu ujumbe ufuatao kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu asema hivi, mimi nipo pamoja na mimi nanyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kushift, sayo ani alikuwa amelala tukishift. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye Mungu akatoa akasema, mimi Mwenyezi Mungu wenu niko pamoja na nyinyi. Kwa nini? Because you have decided to come back. Because you have decided to reorganize yourself back to God. Because you have decided, umekubali kurudi kwenye misingi Mungu anataka ukae. Kurudi kwenye tabia za Mungu, kurudi kwenye mienendo Mungu amesema tukae ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. 14. Ndio kwa maana Mungu atarudi. Na ndio kwa maana Mungu atarudi kwa biashara yako kwa sababu you have agreed. Basi Mwenyezi Mungu akawapa moyo Zerubabeli mkuu wa Yuda, kuhani mkuu Yoshua na watu wote waliokuwa wamerudi kutoka uhamishoni walishughulikia hekalu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wangapi wako tayari tukajengee Mungu hekalu? Si hekalu ya mabao, si hekalu ya manyumba, lakini hekalu ya moyo. Moyo wako ubadilike, urudi kwa Mungu. Moyo wako ukae jinsi Mungu anataka. And the things will change. God will change your life. God will make you powerful. Ndiye anasema mimi nimerudi, tuko pamoja na nyinyi. I am together with you. Watu wote waliokuwa wamerudi kutoka uhamishoni, wale watu wote, those people outside there, they came back and they reunited. Walishughulikia hekalu. Walianza kazi hiyo ya kujenga upya hekalu la Mwenyezi Mungu. Wangapi wako tayari tujenge hekalu ya Mwenyezi Mungu? Tujenge kanisa lililo na uhamisho, ufasaha, kanisa lililo la kweli kutoka kwa moyo wetu. Wangapi wako tayari? Sasa si unaona kuna wengine hawataki kuinua mkono, maana angalia kama hawa, they are not ready to change their hearts. They are not ready to be called the disciples of God. Bwana Yesu asifiwe sana. They are not ready. Sasa unaangalia, si umeona sasa hiyo? Sasa hii ni mambo itaniweka wasiwasi kwa kichwa. Hawa ndio ninategemea kwa uibaji, lakini wamekataa kuinua mkono juu. Mtu mmoja tu ndiye ameinua. Sasa hiyo ni question mark. Ni red flags. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Mungu sasa walianza kazi hiyo ya kulijenga upya hekalu la Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kuna lazima Mungu wa majeshi ya Mungu wao. Kwa hivyo kuna lazima kuna kitu utafanya katika maisha yako ndio hiyo huduma yako isimame. Kuna kitu lazima utafanya ndio hiyo ndoa yako isimame. Kuna kitu lazima utafanya ndio biashara yako isimame. Kuna kitu lazima utafanya ndio mambo yako yafanya. Mnamo siku ya 24 ya mwezi wa 6. Mwezi wa ngapi? Wa 6. Mwaka wa pili wa utawala wa mfalme Dario. 16 please quickly. Yeah? Inaisha hapo. Kwa hivyo walifanya hiyo mnamo siku ya 20 ya mwezi wa ngapi? Wa 6. Na mambo ikabadilika. Na Mungu akasema niko pamoja na nyinyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tulienda mlimani. Tumekata miti tumekuja nayo. Tumjengee Mungu hekalu. Tumjengee Mungu nyumba yake.
tumjengee Mungu maisha yetu, tupatiane maisha yetu. Kanisa hili tulipatiane kwa mikono ya Mungu, litawaliwe na Mungu. Kila kitu, tuache masegenyo, tuache kupigana, tuache kuuana, tuache kutegana. Madhabahu ambayo imetufuata ikabomoke, na kazi zetu zile zote tunafanya Mungu atazibariki. Tusimame kwa miguu yetu. Kwa wale ambao tuko na majina yao, the partners, kama bado ungetaka kujiunga na kikundi hiki cha partners, Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio hii tuko nayo, tuko sasa na watu, we have 53 members who are partners, ambao wanataka kupartner na kazi ya Mungu. Maana wamebeba miti. Si umesema tukate miti kutoka kwa mlimani? Sasa ndio hii miti, ndio hii miti, si ingine, ndio hii kujengea Mungu kazi, kufanyia Mungu kazi, na pia moyo wako ubadilike. Ukileta kitu chako kwa hii nyumba na moyo wako ni mchafu, hiyo sio miti, hiyo Mungu anakataa. Lazima tubadilike. So kama hujajiandikisha, ujiandikishe vizuri, ukuje hapo ujiandikishe. Na ningeomba tu tafadhali, kwa sababu Mungu aliniambia hawa watu nimewapatia uwezo. Rudi kwao uwaambie hizi figures si zao, zitawazuia shift. Sasa ile uliandikisha, sijui uliandikisha gapi. Kuna watu wa 3,000, kuna 5,000, kuna 10,000, kuna 100,000. Sasa ukuje uongeze, utafute hii karatasi ukuje uongeze. Sijui ni nini, lakini Mungu aliniambia hawa watu waambie nimewapatia uwezo, na ni kifunguo ya maisha ninawapatia. Lakini mlijinyima, mlifanya hesabu na maisha ya nyuma. Mungu ananiambia niwaambie mfanye hesabu na maisha ya mbele. Bana, already you have shifted. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Already you have done what? We have shifted. So usifanye hesabu na venye unalipangwa. Usifanye hesabu na venye biashara yako inakujaga. Usifanye hesabu kulingana na, ufanye hesabu na venye kutakuwa. So plant your seed. Maana mifugo yako itakuwa, wanyama wako watakuwa, mimea yako itakuwa, kila kitu kitakuwa jinsi Mungu anavyotaka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua nikigusia hiyo topiki sura zinaanzanga kubadilika. Na mimi si Mungu, mimi ni mtumishi Mungu wa Mungu kama Hagai. Nimekuja tu kuambia venye Mungu anataka fanya nini? Fanya. Kwa hivyo wewe uliandika 2,000, 5,000, 1,000, mimi niliandika 1,100. Sasa nimeambiwa hapa na Mungu niongeze ifike 150. Hivyo ndivyo nimeagizwa, kwa sababu nitakuwa nikizipata kila mwisho wa mwezi, nitakuwa nikizipata. Because God has commanded. Mungu amenikubalisha nitajirike. Na Mungu ameniambia tengeneza ground ya kujenga nyumba. So the foundation ile nitatengeneza, nikitengeneza kadogo, hivyo ndivyo Mungu atanijengea. Nikitengeneza kubwa, hivyo ndivyo Mungu atanijengea. So it is all upon you, and this is a secret of raising an altar. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa tusikie worship moja, alafu ulete sadaka hapa, na hiyo sadaka uipatie jina. Na kila mwisho wa mwezi Mungu ameniambia niwaambie kila mwisho wa mwezi, the last Sunday itakuwa Sunday of dedication. Every last Sunday of the month tutaprintiwe wale wana printing bahasha. You print bahasha za dedication. Mtu akikuja pale akiingia kwa mlango, mnampatia bahasha ya dedication. Ndio tunakuja tuna dedicate upya kwenye madhabahu. Maana Mungu anasema tutakuwa tukifanya hiyo kazi kila mwisho wa mwezi. Anataka kurenew the covenant that he has with you. Na Mungu amepanga kutembea na nyinyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, unataka nini mimi? Yeah? Kwa hivyo nibadilishe hapa. Yes, huyu amesema atakuwa akitoa 100,000. Jina yako unaitwa nani? Magdalene Mudoi. Ulikuwa umetema 10,000. Umeona sasa ameshift. Mwingine nataka nibadilishe nikiwa kwa madhabahu. Ngapi? 5,000. Unaitwa nani? Mwingine angetaka kubadilisha 20.
tuweze kubarikiwa. Kwa wale wamesikia wito huo wa Mungu, I know God will do something. Hivyo umesikia Mungu, it was a prophetic message. Bwana Yesu asifiwe sana. It was what? A prophetic message for the church. And I know the church itatoka from the level we are to an international level. And God will bless you. Na wale ambao tunatumia kamera gani? Wale wote ambao wako kule nje, nataka kuwakaribisha sana na kuambia karibuni kwenye the Crusaders for Christ Synagogue family. The partners, inaitwa partner family. Bwana Yesu asifiwe sana. If you wish to partner with this ministry, just call my number. Or kuna namba 0722-239-555. Inatembea hapo. Na hiyo ingine ni 0112-935-035. Kwa wale ambao wanataka pay bill ni 247 929 0032. Sijui watu wale wa media wataweka ni 2900002. 247 ni Equity. 247. Hiyo ni ya partners only. Bwana Yesu asifiwe sana. Partners only. And you will see. Mifugo yako ukilea itakuwa. Shamba lako mavuno utapata. Chochote ambacho utatarajia kukipata, you will get it. Inua tu mkono wako uambie Mungu. Commit yourself to God. Just ambia Mungu, I have committed. Hata wale hamjatoa, but you are planning to toa. Bas commit yourself to God. Commit yourself. Waambie, whatever I intend to give, I know God, you are a provider. I know you are the source. I know you have everything that I need. I know wewe ndio umeniambia niende mlimani, na nilienda mlimani nikakata miti nimekuja nayo, na ndio hii nimeandika. Ndio hii Baba nimeandika. Mwambie Mungu, ninataka kukuona katika maisha yangu. Ninataka kukuona kwenye ndoa yangu. Ninataka kukuona kwenye kazi yangu, kwa sababu kutoka sasa umefanya covenant na Mungu ya kwamba you will be doing his work, and his God amefanya covenant na wewe, he will be doing your work. Atafanya kazi yako, ukifanya kazi yake utabarikiwa. Milango yako yote itafunguliwa. Watoto wako watabarikiwa, vizazi vyako vyote vitabarikiwa. Kazi yako aina yoyote utaguza na mikono yako hivi itaanza kukua. Chochote ukipanda itamea. Duka ukifungua itafaulu. Anything that you intend to do, you will get it. You will harvest. Utafaulu kwenye mapana na marefu. Utafaulu kama Isaka. Ninaachilia neema ya Isaka ya kulima kukiwa dry. Neema ya Isaka ya kulima kukiwa hakuna maji, lakini anavuna na anatajirika, na hata mpaka president wa nchi anakuja kukuuliza ulifanyaje kwa hii. This is the God we are serving, the God that is faithful. Na kazi zenu zifunguliwe in Jesus mighty name. Biashara zenu zifunguliwe in the mighty name of Jesus. Katika kama ni watu wale wanaitwa suppliers, muandikishe makabuni. Wangapi wako na kampuni hapa? If you have registered a company, registered, ndio mkono vizuri straight juu kabisa. If you have a company registered, nenda uhakikishe iko na zile za watu za KRA, upite hizo vitu zote, hizo kabuni uilete Sunday. Bwana Yesu asifiwe sana. Upitishe hizo vitu zote za KRA, qualification, compliances zote, ukuje nayo hapa Sunday. That certificate tuwekelee hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima mtafanya na kazi ya huko kwa Kasongo. Tutaenda kuchukua pesa huko. Hata ni mali ya gutaha. Halo. Kasongo ndio mbaya, serikali ni yetu. Halo. Lazima tuingie huko. Kwa hivyo kila mtu, na kama hujaandikisha kampuni, uende uandikishe kampuni. Ulete. Uandikishe mpaka ka business name. Kuja nayo, ulete tuwekelee hapa. A certificate. An original certificate ndio tutawekelea hapa. Tutaitolea dhabihu. Na mkikosa kupata kitu, mkuje mniulize. Milango lazima tufungulishe kia nguvu, maana tuko na authority. Si tulienda kwa mlima, tukabeba miti, tukakata miti, tumekuja nayo, tumeambiwa tukifanya hivyo na sisi tutabarikiwa. Sasa tuko na authority. We have the power to say. Ameweka kinywa chetu. Tufungulie kitabu cha Yeremia 1:6. Yeremia 1:6. Tukisimama tumusikae chini. Hata wamama, rogamai. Ni mwaruta sadaka. Dinona mokeruta. Dinona.
rugama iguru guo no kuro maguru ni maratura rugama ituraria riu na Ngai kanitha gaka ni kangake mawatho maingi matari mega Bwana Yesu asifiwe sana. Ametwekea Yeremia 1:6 ameweka, nami nikajibu, Bwana Mwenyezi Mungu, mimi sijui kusema kwa kuwa bado ningali kijana. Kuna watu wako hapa bado wanajiona ni kama they cannot have, hawawezi kufanya kabuni, hawawezi kukua na kabuni, hawawezi kufanya supply, hawawezi kujenga barabara, hawawezi kufanya nini. You are capable. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Verse 7, you are, mwambie mwenzako I am capable. Na mwambie digoshoka kolia thina, mimi sitateseka sasa. Verse 7 nasema, lakini Mwenyezi Mungu akaniambia, usiseme kwamba wewe ni kijana bado. Utakwenda kwa watu wote nitakao kutuma kwao, na yote nitakayo kuamuru utasema. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Yoyote nitakayo kuamuru. Ukienda kwa boss unamwambia nimekujia kazi, ukisema tu inafanyika. Verse 8. Bwana Yesu asifiwe sana. This is very prophetic. Na muna capture these prophecies. This is prophetic to your life. Wewe usiwaogope watu hao. Umesikia? Msiwaogope ati ni director wa nani. Hello, nenda kwa women fund. Uko chukua pesa iko. Tengeneza kikundi, nendeni kwa women fund. Mchukue. Vijana muende kwa youth fund, mchukue pesa iko. Na utaenda ukisimama hivi anatetemeka na kupatia. Anaona ni kama ni Ruto amekutuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe usiwaogope hao watu, kwa maana niko pamoja kufanya nini? Kukulinda. You are protected. God is with you. That God is working with you. Nobody will defeat you. Chochote utasema kutoka leo kitafanyika. Sema amen. Amen. Mahali popote utaenda Mungu atakuwa pamoja na wewe. Sasa mimi Mwenyezi Mungu nimesema. Haleluya. Ni Mwenyezi Mungu amesema, sio mimi. Na amesema ya kwamba namna gani? Wherever mahali utaenda, utakanyagisha miguu, utafaulu. Chochote utasema, utakipata. Sasa nataka makabuni na sacrifice. Sasa sacrifice, wewe ndio unataka kabuni, unataka inatashana namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe dhukerie. Mundu ni wewe dhukerie dhukageria. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tumesikia Mungu akopanya na nini? Mungu ako pamoja na sisi. Tunaenda kubarikiwa na tunaenda kuinuliwa, and our life will never be the same again. Mamilionea, mimi nimeona mamilionea hapa. Apart from ule kijana. Wewe kuja. Ninaona mamilionea. Wewe kuja wewe. Wewe wa Freemason. Huyu jamaa alikuwa ananiambia nimpeleke kwa Freemason. Anataka kwenda kujoin kwa Freemason ndio atajirike. Is that true? Am I lying? You said so. Why do you want to join Freemason? I want to be rich. You want to be rich. Sasa alikuwa amekuja hapa kuniambia nimpeleke kwa Freemason. You want to be rich. You don't believe in God. You want the devil to make you rich. What if they ask you your father? Do you have a father? Uko na baba? Yeah. If they ask you to give them their father, will you give father? Utawapatia baba yako? Sitakuchokoza watu. Yeah? No, there is a condition. Kwa shetani there is a condition. There is a condition. They want you or your father or your mother or your brother. Why do you want to believe that the devil has anything in this world? The devil doesn't have anything. Everything that you have belongs to God. It is only God who can give you. It is only God who can make you rich. Those other things, they will make you work, but they will not be able to succeed. They will come and kill you. Believe in God only. God has the power to change your life. God has the power to make you become different. Praise be the name of God. Hallelujah. You are going to be rich, but not the devil. The devil will not help you. I want to pray for you. Mtu yote mwenye anataka kuja nimwombee kutokana na mazingwa ombwe, matatizo imemsonga, kuja hapa haraka. Kuja hapa haraka. Kuja hapa haraka. Yes.
breakthrough, wanahitaji breakthrough. Wanahitaji breakthrough. Life has been so difficult. Baka unasikia mtu kama huyu anataka nimpeleke kwa shetani. Mimi si wa shetani. Me am not a Freemason member. I am a Christian, born again. Fully born again. Bwana Yesu asifiwe sana. But I cannot condemn him. Kuna kasiana kengine pia kalikuwa kamekuja na kuna watu wananiandikia message. Nataka unisaidie contact. Kwa sababu mimi nazungumzia mambo ya Freemason and how they are doing. So they think I have a connection. I don't have a connection. Mimi niko na mishale ya kuwapiga. Sasa kwa sababu wewe nilikuona ni kama adui, sasa badala nikuachilie mshale kwanza nikuachilie Yesu. Akuokoe, akubadilishe. Kwa sababu usipochange mimi nitakuachilia mishale. Sasa nikubomoa. Pumburu. Baka ubadilike urudi kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Inua mikono yako juu. Worship. Inua mikono yako juu, mwambie Mungu. Mwambie nimesarenda hapa kwenye madhabahu hii. Ninakuhitaji. Unishike mkono leo. Unibariki nikae kwa mapenzi yako. Unibariki nikae kwa njia zako. Leo nataka kupokea ujumbe wako, nataka kupokea. Mwambie nimesikia ujumbe wako. Na nilikuwa mlimani na nimekuja na miti. Nataka kujenga hekalu yako. Nataka kujenga nyumba yako. Nataka kuwa kwenye mstari wa baraka zako. Mwambie Mungu nibariki leo, nikumbuke. Mwambie remember me. Remember me tonight. Remember me tonight. Remember me. I believe in you. Mwambie I believe in you. Ninakuhitaji. Oh yes. Mungu kitu chako mwambie kitu kile unataka. Uko kwenye madhabahu ya Mungu. Mwambie unataka kubadilishwa maisha. Mwambie majini, mapepo yamenisonga. Laana zimekuwa katika maisha yangu. I'm not able to stand. I'm not able to do things. I need your blessings. Ninahitaji mkono wako. Ninahitaji baraka zako. Fungua kinywa chako tu. Mlilia Mungu. Mwambie nikumbuke. Kumbuka hata watoto wangu. Kumbuka hata familia yangu. Kumbuka maisha yangu. Kumbuka huduma yangu. Ninakuhitaji. Mwambie God I need you. I need your blessings, Father. Remember my children. Remember my family. Remember my ministry. Remember my business. Nikumbuke. Remember me, Father. Mwambie nikumbuke. Mwambie usinipite. Mumebarikiwa. Whatever that was against you has been broken. Whatever power that was against you has been gone. Sasa kuna mtu angepeka kuokoka. Unataka kuokoka. Kurudi kwa Yesu. Yesu akue
neema kwako. Just come quickly. You want to receive Jesus as your personal savior? Just come back. Oh yes, my brother. Thank you. May you be filled by the Holy Spirit. Roho Mungu akujaze. Jazwa katika jina la Yesu Kristo. Mungu ashuke juu yako. Maroho yote ya shetani, Lucifer, hauna mamlaka juu ya mtoto huyu. Hautamuua, hautamunyakua. Huyu ni mtumishi wa Mungu, atatumikia Mungu na tahubiri kule Sudan na hapa Kenya. In the name of Jesus. Somebody say amen. Wale watu wanafanyaga biashara, kujeni hapa. I want to bless you. Watu wa biashara, you have a business. Come quickly. The business community. The business community.
May God bless you. Tutakutana saa 10 sharp for deliverance teaching. Tutakutana na nyinyi. Bwana Yesu awabariki sana. Wangapi wanasikia kubarikiwa? Yes, thank you. That is how the church will be conducted. Bethel Clouds TV, empowering lives.